Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Let's be seated. Wacheni tuketi. I would like to take this opportunity Ningependa kuchukua fursa hii to welcome my fathers and my lords, kuweza kuwakaribisha baba zangu na mabwana wangu, the mightiest prophets of the Lord. manabii wakuu zaidi wa Bwana. Welcome my fathers. Karibu sana baba zangu. We saw the tremendous power of the Lord. Tuliona zile nguvu za ajabu za Bwana. When the two mega prophets of the Lord stepped in Nakuru, we saw heaven come down. We saw a mighty visitation. Wakati manabii wakuu wa Bwana walipokanyaga Nakuru, tuliona mbingu ikishuka. Tuliona mtembeleo mkubwa. Jehovah himself walked with them. Yehova mwenyewe alitembea nao. He came down and walked with them. Alishuka chini na kutembea nao. That is why hiyo ndio sababu we can do better by celebrating the Lord. Tunaweza fanya bora zaidi kwa kusherekea Bwana. Yes, we can do better unto the Lord. Tunaweza fanya bora zaidi kwake Bwana. Hallelujah. Hallelujah. We can be seated. Tunaweza keti. Allow me, muniruhusu, my lords, mabwana wangu, I'm here to invite Senior Archbishop Professor Makwengo. Niko hapa kumkaribisha Askofu Mkuu Profesa Makwengo. But before he comes, lakini kabla aje, yesterday what we had on this altar when the two mega prophets of the Lord brought the bread from heaven. Jana kile tulichosikia katika madhabahu haya wakati manabii wakuu wa Bwana walipomega mkate kutoka mbinguni, that you can be worshiping Jehovah until you end up in hell. Kwamba unaweza kuwa unamwabudu Yehova hadi uishie jehanamu. You can be sacrificing to God until you end up in the lake of fire. Unaweza kuwa unatoa dhabihu kwa Yehova hadi uishie katika bahari ya Shamu. Because of the decay, because of immorality, because of the fall at the pulpit. Kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya uozo ambao umepatikana katika madhabahu. The doctrine of Balaam, ile mafunzo ya Balamu, the doctrine of compromise and immorality and idolatry, mafunzo ya kukubaliana na dhambi na mafunzo ya kuabudu sanamu. That is why na ndio sababu I tremble, ninatetemeka, that as the priesthood, kwamba kama makuhani you can be preaching, unaweza kuwa unahubiri, and yet end up in hell, na ili hali uishie jehanamu. That was a big caution and warning to the church. Hiyo ilikuwa ni ilani na onyo kubwa. Are you saying it is possible to preach at the altar, worshiping Jehovah, and Jehovah descend in the cloud, but you are not able to see? Je, wasema kwamba unaweza kuwa kanisani ukihubiri Bwana, ukimwabudu Yehova, naye Bwana amelituma wingu wake, ameshuka, nawe haujaweza kuona? Yes, my Lord. Ndiyo Bwana wangu. The Israelites, Waisraeli, they are waiting for the Messiah. Walikuwa wakimngojea Mesia. Worshiping in the church. Wakiabudu kanisani. Looking for the Messiah. Wakimtazamia Mesia. And yet the Messiah was in the temple. Ili hali Mesia alikuwa hekaluni. We can be seated. Tunaweza keti. My lords and my fathers. Mabwana wangu na baba zangu. Yesterday it was a big caution to the church. Jana ilikuwa ni ilani kubwa kabisa kwa kanisa. A big correction and direction to the church. Ilikuwa marekebisho na mwelekeo mkuu kabisa kwa kanisa. You can be in church and yet end up in hell. Unaweza kuwa kanisani na ili hali uishie jehanamu. Practicing at the altar. Ukitekeleza kazi za madhabahu. Using the pulpit, which is supposed to restore, which is supposed to redeem, and yet you destroy people until they end up in hell. Ukitumia madhabahu ambayo inapaswa kuleta marekebisho, inapaswa kuleta mafunzo, na ili hali uishie jehanamu. My lords and my fathers, mabwana wangu na baba zangu, allow me introduce myself. Niruhusu kwamba nijitambulishe. I'm Senior Deputy Archbishop. Mimi ni naibu askofu mkuu, Dr. Joseph Masinde. Daktari Joseph Masinde.
the presiding bishop of Nakuru, askofu msimamizi wa eneo la Nakuru, and also the overseer of Nakuru County. na pia mwangalizi wa jimbo la Nakuru. As the host, Kama mwenyeji wenu, we welcome the guests of the Lord. tunawakaribisha wageni wa Bwana. Welcome from all the nations. Karibuni sana kutoka kwa mataifa yote. Welcome so much. Karibuni sana. I would like now to take this opportunity Ningependa sasa kuchukua fursa hii to invite Senior Archbishop Kuweza Professor Makwengo kumkaribisha askofu mkuu Profesa Makwengo to continue. kuweza kuendelea. Thank you. Asante. Hallelujah! I can't see you. I can't see you. Siwaoni. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hey! Hey. Hey! Hey. Hallelujah! Hallelujah. My lords and my fathers, Mabwana wangu na baba zangu, the mightiest prophet of the Lord, manabii wakuu sana wa Bwana. Elijah walking on the face of the earth. Elia akitembea kwenye taifa. Thank you, my fathers. Asante sana baba zangu. Thank you, my lords. Asante sana mabwana wangu. Thank you for accepting to come to the nations. Asante kwa kukubali kuja kwa mataifa. The church was dead. Kanisa lilikuwa limekufa. The nations were in coma. Mataifa yalikuwa yamekufa. And only when my Lord came to the face of the earth, Na ni wewe peke yako mabwana wangu ulikuja katika uso wa ulimwengu. we sent by God the Father. Uliyetumwa na Mungu Baba. We are now revived. Na We sasa can see the light. tumevuviwa. Tunaona nuru. Thank you. Thank you so much. You may be seated. Asante sana, tuweza keti. First of all, let me introduce myself. Mwanzo kabisa ningelipenda kujitangulisha. My name's Senior Archbishop Professor Dr. Augusto Makengo. Kwa majina naitwa Askofu Mkuu Mwandamizi Augusto Makwengo. Professor Augusto Makwengo. I am the international coordinator of this holy and glorious ministry of the Lord. Mimi ndimi mshirikishi wa huduma hii ya Bwana of the holy ministry, glorious and holy ministry of the Lord. Mimi ndimi mshirikishi wa kimataifa katika huduma hii takatifu ya Bwana. I coordinate all the programs of this glorious and holy ministry in the entire world. Mimi ndimi ninashirikisha huduma zote katika huduma hii tukufu kabisa ulimwenguni kote. And even all the meetings we are going to have, I'm right now preparing Ivory Coast, preparing India, I'm preparing Tanzania. Hata sasa hivi mikutano zote ambazo tutakuwa nazo, ninaandaa Ivory Coast, ninaandaa India, ninaandaa pia Tanzania. I am preparing South Sudan. Ninaandaa Sudan Kusini. I am preparing South Korea. Ninaandaa Korea Kusini. And many other nations. Na mataifa mengine mengineyo. To bring the mightiest prophet of the Lord and bring the revival. Ili kwamba kuwaleta manabii wakuu zaidi wa Bwana na kuleta uvuvio. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes. Ndio. The revival of holiness. Uvuvio wa utakatifu. The revival of righteousness. Uvuvio wa uhaki. The nations of the world. Mataifa za Bwana. This is our chance. Huu ndio wakati wetu. This is the only opportunity. Hii ndio fursa ya pekee. For us to prepare and enter the kingdom of heaven. Kwetu sisi kujiandaa na kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. Besides that, I am the son of the mightiest prophet of the Lord. Kando na hiyo, mimi ni mwana wa manabii wakuu zaidi wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. I work at the African Development Bank. Ninafanya kazi katika benki ya African Development Bank. But I said I'm proud to be the son of the two mightiest prophets of the Lord. Lakini nilisema ya kwamba ninajivunia sana kuwa mwana wa manabii wakuu zaidi wa Bwana.
I come to introduce very senior dignitaries Nimekuja kuwatambulisha wageni mashuhuri kabisa that are here with us. ambao wako hapa pamoja nasi. You can imagine they came to partake of the holy revival of the Lord. Waweza kuwazia walikuja ili kushiriki uvuvio mtakatifu wa Bwana. And they are saying they will take it to all the nations. Na wanasema ya kwamba wataipeleka kwa mataifa zote. So very important Hivyo basi ya muhimu kabisa to notice that we have ili kutambua ya kwamba tunaye in our presence katika uweponi mwetu a congresswoman from Finland. mwanamke wa bunge kutoka Finland. Her name is Marja-Liisa Tiklarne. Jina lake ni Maja-Liisa Tiklarne. I will ask her. There she is. Yuko pale. Very senior congresswoman in Finland. Mbunge wa ngazi ya juu kabisa kutoka Finland. Hallelujah! Hallelujah! Thank you for coming. Asante sana kwa kuja. Thank you Asante for coming to invite the two mighty prophets of the Lord. kwa ajili ya kuja kualika manabii wawili wakuu zaidi wa Bwana. Amen. Amina. And also with her, Pia tunaye accompanied by a Lutheran evangelical parish council, pia ameambatana naye mwinjilisti wa kimanispa and a member of the Lutheran Evangelical Church, na pia ndiye mshirika katika kanisa la Lutheran Inakula. Inakulan. Hallelujah! 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 Thank you for coming. Asante sana kwa kuja. We are honored. Tumeheshimika sana. Thank you so much. Asante sana. And we have Pia tunaye from Italy kutoka Italia a very, very senior Archbishop Ottavio Prato, the president of local evangelical Pentecostal church in Catania, Sicily. Pia tunaye kiongozi wa ngazi ya juu sana kabisa ambaye ndiye askofu mkuu kutoka kule Italia. Ako pale Archbishop Ottavio Prato. Askofu mkuu Ottavio Prato. He is the honorary and vice president of the Coalition of Evangelical and Pentecostal Churches. Yeye ndiye mwangalizi wa Evangelical Pentecostal Churches in Catania, kule Tanzania. And after serving for 15 years as president, na baada ya kuhudumu kwa miaka 50 kama rais. Thank you so much. Asante sana. And not only from Italy again, na sio tu kutoka Italia peke yake, we have tunayo Pastor Iena Franco. Tunaye mchungaji Ina Franco from Evangelical Christian Church of Ramavusa, Sicily. Kutoka katika kanisa la Evangelical kule Sicily. Thank you so much, Pastor Franco, for coming. Asante sana mchungaji Franco kwa ajili ya kuja. And we have Bishop Dadu Franco. Na pia tunaye Askofu Dadu Franco from the Evangelical Pentecostal Church in Modena, Italy. Kutoka katika kanisa la Uinjilisti kule Modena, Italy. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Asante. The Lord is honored to have you here. Bwana ameheshimika sana kuwa nanyi hapa. And as you can imagine, na kama vile mnaweza kuwazia, this is a delegation being led by the senior Archbishop Charles Afram, the regional general overseer of Europe. Hiki ni kikosi cha wageni ambacho wameongozwa na askofu mkuu ambaye ni msimamizi wa kimataifa wa mataifa yote ya Europa, Charles Afram. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Senior Archbishop Charles Afram. Asante sana askofu mkuu Charles Afram for bringing this senior leadership before the Lord. Kwa ajili ya kuwaleta uongozi huu wa ngazi ya juu kabisa mbele za Bwana. And he comes with Bishop Samuel Cassio. Na amekuja pamoja na askofu Samuel Cassio. Very senior in Italy also. Ambaye ni wa ngazi ya juu kabisa kule Italy pia. Hallelujah. Amen. Amina. As you can imagine, kama vile mnaweza kuwazia, as I said, they are coming from all nations. Kama vile nilivyosema, wamekuja kutoka kwenye mataifa zote.
a vice president of Evangelical Alliance of South Sudan, Bishop Michael Tabu Toro, is also here. Has come to seek the Lord. Hivyo basi naibu wa rais kwa ajili ya makanisa yote kiinjilisti kutoka Sudan Kusini yuko hapa pia. Hallelujah. Hallelujah. And also in this powerful delegation, Na pia katika kikundi hiki cha nguvu kabisa, we have Honorable Dr. Manasi Lumolo. He is the chairman of Relief and Rehabilitation Commission of National Headquarters in South Sudan. hivyo basi pia miongoni mwetu tunaye mheshimiwa Daktari Lumolo Manase. He is still on his way. He just went Yuko outside. njiani anakuja tu, alienda nje. Just went outside. Ameenda nje. And we have Honorable Reverend Dr. Apollo Alfred Ruben, Hivyo a basi- member of Parliament, National Legislative Council, South Sudan. Hivyo basi pia tunaye mheshimiwa kasisi Daktari Apollo Alfred Ruben kutoka Sudan Kusini. Again, he is the member of Parliament, Yeye ndiye mbunge National Legislative Council katika shauri ama baraza la kibunge of South Sudan. ya Sudan Kusini. Welcome, please, before the Lord. Karibu tafadhali mbele za Bwana. And also being accompanied Pia ameambatana naye by Dr. Moses Telar Shinduku, who is the Director of Bureau of Religious Affairs at the Office of the President. ameambatana na Daktari Moses. Yes, just outside also coming. Pia ameenda nje anakuja. And we have Dr. Ramalu Chul Lion, Director National of the Ministry of Petroleum of South Sudan. Na pia tunaye Daktari Hallelujah! Ramalu Lion ambaye pia anatoka Sudan Kusini. Hallelujah! Hallelujah. Welcome before the Lord. Karibu sana mbele za Bwana. Still in South Sudan, Kule katika Sudan Kusini we have Mary Hirali tunaye Wani Pitya. Mary Hillary Wani Pitya, Wanimpitia and the Secretary, Ministry of Labor and Public Service of South Sudan. ambaye ndiye katibu mkuu katika wizara ya wafanyikazi kule Sudan Kusini. Hallelujah! Hallelujah. Very powerful. Ya nguvu kabisa. And I want also to introduce Pia ninataka kutambulisha Senior Bishop Dr. Peter Rashid Abakar, Askofu Daktari Peter Rashid Abakar, the member of the Council of Christian Pentecostal Churches of Tanzania. mshirika katika baraza na jopo la Kikristo kule Hallelujah. Tanzania. There he is, my Lord. Ako On pale this mabwana side. zangu upande huo. Hallelujah. 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 Thank you. Welcome, Bishop Peter. Asante sana, karibu sana Askofu Peter. Welcome before the Lord. Karibu sana mbele za Bwana. And also, we have Senior Bishop Dr. Emmanuel Gayo Na pia tunaye askofu ngazi ya juu Daktari Emmanuel Gayo Gabrieli. He's the member of the Council of Christian Pentecostal Churches in Tanzania. Yeye ni mshirika katika baraza la makanisa ya Kikristo na Pentekoste kule Tanzania. Hallelujah. Hallelujah. Welcome, please. Asante, karibu tafadhali. And you can imagine India likes taking the bigger portion. Kama vile mnaweza kuanzia India wanapenda sana kuchukua sehemu kubwa. A very, very senior pastor, Stephen Gandhi. Mchungaji wa ngazi ya juu sana mchungaji Stephen Gandhi. Welcome, Pastor Stephen Gandhi. Karibu sana mchungaji Stephen Gandhi. I am coming to India, says the Lord. Ninakuja India, asema Bwana. We are going back to Tenali, Tunarudi tena Tenali, Hyderabad, Hyderabad, Coimbatore, Rajamandri, Delhi, all the towns. miji zote. 1.5 billion people. I am coming, says the Lord. Watu bilioni Thank you, 1.5 thank you, Stephen Gandhi, for coming. Thank you. Asante sana Stephen Gandhi Senior kwa ajili ya most church leadership in India. uongozi wa ngazi ya juu kabisa kutoka India. Very senior. Well- And we have also the LMC Rajshirao Rao, Member of Parliament of India. Hivyo basi pia Hallelujah. tunaye Rashida Rao ambaye ni mbunge kutoka Hallelujah. India.
Welcome, LMC. Karibu sana kabisa mbunge. A very senior member of parliament. Mbunge wa ngazi ya juu kabisa kabisa. In the government of India. Katika serikali ya India. And you can imagine this is very big. Na mwaweza kuwazia hii ni kubwa sana. Coming directly to invite the Lord to India. Akija moja kwa moja ili kuwakaribisha Hallelujah! India. Hallelujah! Somebody, can you clap the hands for the Lord? Mtumpigie Bwana makofi. Hey! 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 The nations have come. Mataifa yamekuja. The nations have come. Mataifa yamekuja. We are going to take it to the nations. Tunaenda kuteka nyara mataifa. Hallelujah! 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 Please be seated. Tafadhali mnaweza keti. Let me come back again to Tanzania. Wacha nirudi tena Tanzania. Very seriously, we have Senior Archbishop Peter Konki Leham, the president of Christian Pentecostal Churches of Tanzania. Wangazi kabisa Where there kabisa. is, Yuko there pale. is. Yuko pale tunaye kwa wangazi ya juu Hallelujah. kabisa Peter Konki Leham. Dr. Peter Konki, welcome before the Lord. Daktari Peter Konki, karibu sana mbele za Bwana. Tumewapokea katika jina la Yesu. We have received you in the mighty name of Jesus. Na tumetunukiwa sana sana ya kwamba mumetutembelea And we kwa are njia hii. and we are so much privileged that you have visited us in this very mighty way. Na tuwajua ya kwamba sasa yale msafara ya Tanzania imeanza. And we know very well that the convoy to Tanzania has started. Kutakuwa na uvuvio pale. There will be a very big revival there. Na waganga wote Tanzania watafunga sasa maduka. I tell you, it's going to be very mighty. Tuwashukuru sana. Inaenda kuwa kubwa kabisa, tunashukuru Asante sana. sana. Asante sana. Thank you, my fathers. Asante sana mababa zangu. And he is accompanied by Senior Bishop Dr. David Andulili Masota. Na pia ameambatana pamoja naye askofu wa ngazi ya juu Daktari David Antulili Masota, Member of the Council of the Christian Pentecostal Churches of Tanzania. ambaye pia ni mshirika katika baraza na jopo la makanisa ya uinjilisti kule Tanzania. Welcome, please. Karibu tafadhali. Hallelujah. Hallelujah. Let me just quickly continue. Kwa haraka wacha niendelee. We have from Mozambique, Tunaye kutoka Mozambiki, Reverend Abilu Luis Muswei, Kasisi Abidu Luis Muswei. the President of Religious Affairs of Mozambique. Yeye ndiye rais wa masuala ya Kikristo kutoka Msumbiji. Hallelujah. 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 Thank you very much. Obrigado. Asante sana sana. I will come back to Mozambique Nitarudi tena Msumbiji Hallelujah. because kwa very sababu powerful. Your own government asked me to be coming every 2 years, not 4. 2. kwa sababu ni ya Your Mungu sana. own government Serikali yenu wenyewe walini asked me to reduce the time so it is 2 years, not 4 years. Waliniambia Every kwamba- 2 years to come, I will obey. I will obey in the name of Jesus. Thank you so much. Thank you. Thank you. Asante sana, asante. Amen. Thank you so much, my Lord. Asante sana mabwana wangu. And we have the director of JTV. JTV means Jesus TV of Mozambique, Ruje Mwandanga. Pia tunaye mkurugenzi wa JTV, Ruje Mwandanda. And he's the one filming there behind. Ndiye ambaye analeta hiyo video kutoka kule nyuma. He came with all his television crew. Alikuja pamoja na kikundi chake cha runinga chote. Hallelujah. 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 You can imagine that this delegation Waweza kuwazia kwamba wageni hawa is being led
by Senior Archbishop Ricardo Mavier. Wameongozwa na Askofu Mkuu Ricardo Mavier. Hallelujah! Hallelujah. Thank you, my fathers. Asante sana mababa zangu. And we have a senior director, Na pia tunaye mkurugenzi wa ngazi ya juu kabisa. Deputy Archbishop Antonio Mutimukulu. Naibu wa Askofu Mkuu Antonio Mutimukulu. Very, very senior director Ni mkurugenzi wa ngazi ya juu kabisa in Mozambique. kule Msumbiji. Hallelujah! Hallelujah. My lords and my fathers, Mabwana zangu na mababa zangu, India came very big. India walikuja kwa ukuu sana. We have in our midst, my Lord, Reverend Dr. Raju Paul, Tunaye miongoni mwetu mabwana zangu Daktari Kasisi Raju Paul, the director and founder of Zion Bible College, my Lord. ambaye ndiye mwanzilishi na mkurugenzi kwa kituo cha Biblia kule. My lords, Dr. Raju has got 39 branches across India. Thank you for the great work. Asante sana kwa ajili ya kazi kubwa. India needs that. Every nation needs that, but India needs it so much. India wanahitaji hiyo, kila taifa wanahitaji hiyo, lakini India wanahitaji sana zaidi. I know what you must have surmounted to do that. Najua ya kwamba kile ambacho unaweza kumepeana kwa Bwana, What you must have come over, fought to do that. kile ambacho huenda umepitia ili kufanya hivyo. But the Lord is coming now to facilitate you. Lakini sasa Bwana amekuja ili kukutia makali na Thank you. The kukusaidia. Lord bless you so much. Asante, Bwana kubariki sana. Thank you. Asante. Thank you, my fathers, for loving the nations. Asante sana mababa zangu kwa ajili ya kuyapenda mataifa. Oh, we have found the fountain of river of life. Oh, tumepata chemi kisima cha mtu maji ya uzima. My lords, Mabwana zangu, we have a very senior archbishop among us tunaye askofu mkuu wa ngazi ya juu kabisa miongoni mwetu from the Netherlands. kutoka Netherlands, kutoka Uholanzi, Nathaniel Banza, Nathaniel Banza, a very senior archbishop. askofu wa ngazi ya juu kabisa. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Thank you, my fathers. Asante sana mababa Very zangu. quickly, my fathers. Kwa haraka sana mababa zangu. Tanzania is saying, Karibu to Tanzania, my lords. Tanzania wanasema karibu sana Tanzania mabwana zangu. And we have another bishop, Bishop Eliud Kaya, Na tunaye askofu mwingine, askofu Eliud Gaya from Arusha, Tanzania. kutoka Arusha, Tanzania. The bishop is there, is my lord. Askofu huyo yuko huko mabwana wangu. Hallelujah. Hallelujah. My lords, we have Bishop Peter John. Mabwana zangu tunaye askofu Peter John. I will just call the names of these bishops and just please stand up where you are Nitaita tu majina ya hawa maaskofu, tafadhali simama mahali ulipo so that we may gain time. ili kwamba tukapate kuambatana na muda. Bishop Peter John Mayon, Askofu Peter John there is my lord. yuko huko mabwana zangu. Bishop Malek Diocese, Askofu Malek Yoses, please stand up. tafadhali simama. Dr. John Daktari John of the University of Science and Technology. wa chuo kikuu cha There sayansi is- na teknolojia yuko huko.
We have also the former First Lady of the Eastern Equatorial State, Pia tunaye aliyekuwa mke wa kwanza wa majimbo ya mashariki Delphina Afrika. Ingandu. There she is, Yuko pale South Sudan. kutoka Sudan Kusini. And we have among us Na pia tunaye miongoni mwetu Major General Jambo Wani. Major General Jambo Wani. Welcome, please, from South Sudan. Karibu sana tafadhali kutoka Sudan Kusini. A Major General of the Unified Forces of Chaplain South Sudan Army. Ambaye ndiye Major Generali wa majeshi kutoka Sudan Kusini. Thank you so much for coming. Asante sana kwa ajili ya kuja Before the Lord of the Army. mbele za Bwana wa majeshi. Hallelujah! Hallelujah. And my lords, Na mabwana zangu, your son, myself, mwanao mimi mwenyewe, I am bringing a very big delegation ninaleta kikosi kikubwa kabisa from Ivory Coast. kutoka Ivory Coast. We have Bishop George Amwakon Prepin, Tunaye Askofu George Amwako Prepare, president and founder of the Maison de Destinée. Maison de Destinée means House of Destiny. ambaye ndiye mwanzilishi na rais wa ile nyumba ya hatima. And he is executive member of Federation of Evangelical Churches of Cote d'Ivoire. Na yeye ni mshirika wa ngazi ya juu kabisa katika kanisa la Kipentekoste kule Cote d'Ivoire. Hallelujah! Hallelujah. Let me tell you, my lords, Wacha niwaambie mabwana zangu, Bishop George confided in me Askofu George aliniambia kwa siri when they saw the miracles in Menengai 5. wakati walipoona miujiza iliyotendeka Menengai ya 5, When they saw the wonders of the shadow of the Lord. walipoona miujiza wa kivuli cha Bwana. And yesterday, my lords, Na jana mabwana they zangu heard the word walisikia neno and they said, na wakasema there is no equal in this world. hakuna kabisa kabisa ambaye inafanana na yuko kote kote ulimwenguni. Hallelujah! Hallelujah. And they came to invite the two to come to Ivory Coast. Hivyo wakaja kualika manabii wakuu wawili wa Bwana waje Ivory Coast. Thank you, my father, for coming. Asante sana mabwana zangu kwa ajili ya kuja. And we have Reverend Arsène Ngouan. Hivyo basi tunaye kasisi Asegwa. He is the founder and president of the Church of Nations on Fire. Hivyo basi yeye ndiye rais na mwanzilishi wa the Church of Nations on Fire. My Lord, he is so amazed by the power, anointing, and authority of heaven. Hivyo basi aliona na ameshangazwa sana na upako na nguvu na mamlaka ya mbinguni. My fathers, Mababa zangu, where else but here before the Lord? je, ni wapi kwingine ila tu hapa mbele za Bwana? My Lord, among us also I brought in the delegation Na pia mabwana zangu miongoni mwetu pia nilileta miongoni mwa hicho kikundi Madame Deborah Ngwali Yvonne. She's the president of women of Evangelical Revival Churches in Cote d'Ivoire. There she is, my Lord. Bi Deborah. Thank you for coming. Asante sana kwa ajili ya kuja. And last but not least, Alafu ya mwisho lakini sio zaidi, we have tunaye a senior guest that was sent by the USA government. mgeni wa mashuhuri kabisa ambaye alitumwa na serikali ya Marekani. And she has a very big church in the United States of America. Na ako na kanisa kubwa kabisa katika majimbo ya moja Marekani. Marie Gauthier. Marigote. There she is, my father. Yuko pale mababa zangu. Came from the United States of America. Alikuja kutoka katika majimbo ya moja Marekani. Hallelujah. Hallelujah. Can you clap hands unto the Lord? Wacha tumpigie Bwana makofi. Hallelujah. Hallelujah. Hey, Hey. I cannot feel you. I can't feel you. Siwezi kuwasikia. We are saying, Tunasema hallelujah. hallelujah.
my fathers. mabwana zangu na mababa zangu. Thank you, my fathers. Asante sana mababa zangu. Thank you, my lords. Asante sana mabwana zangu. Very humbled Nimenyenyekezwa sana for this privilege kwa ajili ya tunuku hii before the holy presence of the Lord. mbele za uwepo mtakatifu wa Bwana. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you. Asante. I take this opportunity now to invite Pastor Cynthia Too. Ningependa kuchukua fursa hii kumkaribisha mchungaji Cynthia Too.
Thank you so much, Sylvia. My lords and my fathers, Mabwana wangu na baba zangu, the two most glorified, mightiest prophets of the Lord. manabii wawili wakuu sana waliotukuzwa wa My Mungu Baba. fathers, Mababa zangu, may I take this humble opportunity hebu na nichukue fursa hii nyenyekevu to invite you to our second day and last day of the 13th International and Denominational Conference of Pastors and Ministers of the Gospel. kukukaribisha kwa siku ya pili ya kongamano ya 13 ya wachungaji pamoja na wahuduma wa Injili. My Lord and my fathers, Baba zangu na mabwana wangu, I don't intend to take a lot of time sikusudii kuchukua muda mrefu because we are all waiting kwa sababu sote twangojea to hear from my Lord. kusikia kutoka kwa mabwana wangu. And therefore, once again, blessed people, Kwa hivyo mara tena watu wabarikiwa, I want to welcome our lords and our fathers. nataka kuwakaribisha mabwana wetu na baba We have zetu. seen senior people from different nations who have come here. Tumewaona watu wa ngazi za juu kutoka kwenye mataifa tofauti tofauti ambao wako hapa. And they have come to take this revival from here Nao wamekuja kuchukua uvuvio huu kutoka hapa to their nations. kupeleka kwenye mataifa yao. But yesterday, Lakini jana we received a very powerful, Tul- most glorious message of the end time. tulipokea ujumbe wa nguvu mkuu sana wa nyakati za mwisho. And without going into these details, Na bila kuingia kwenye vipengee, my take out of it as my Lord concluded ujumbe niliodokeza baada ya mabwana wangu kukamilisha were instructions to us who are here today. yalikuwa maagizo kwetu sisi tulioko hapa leo hii. And what were the instructions? Na je, maagizo hayo ni yapi? Go and fight for Christ. Enenda, pigana na kupigania Kristo. Go and fight for the gospel. Enenda, pigania Injili. And that Na hapo the devil will never fight for Christ. shetani hatawahi mpigania Kristo. The devil will never fight for the gospel of the Lord. Shetani hatawahi pigania Injili ya So my Bwana. Lord and my Kwa fathers, hivyo baba zangu na mabwana wangu, we are waiting. tunangojea. May I take this opportunity Wacha nichukue fursa hii to invite Sylvia Toe, kumkaribisha mchungaji Sylvia the Toe. air I breathe, The air I breathe. before I invite the two mightiest prophets of the Lord. Kabla niwakaribishe manabii wawili wakuu Thank you. zaidi wa Mungu Baba. Is too big, Leo ni kubwa sana. so mighty, Ni kubwa ajabu. tremendous indeed. Ya ajabu kweli kweli. My name is Dr. J.J. Owour. Majina yangu ni Daktari JJ Owour. I am a veterinary surgeon Mimi ni daktari wa wanyama mpasuaji and the presiding bishop of Yaya Kilimani altar. askofu msimamizi wa madhabahu ya Yaya Kilimani. When I heard this voice, Wakati niliposikia sauti hii, the voice of Yahweh, sauti ya Yahweh, through the mightiest prophets of the Lord, kupitia manabii wakuu zaidi wa Mungu Baba, then I shut down the 14 pharmacies I was running throughout this country. kisha nikafunga chini maduka yote ya madawa yote 14 niliyokuwa nimefungua kote kote, Plus the feed mill company. pia ile fig mill company yote. And my wife, a senior architect, also asked the government that she wants to leave. Mke wangu ambaye ni senior architect pia akauliza serikali ya kwamba anajiuzulu Because the voice kwa sababu sauti of God, sauti ya the Mungu, voice of Yahweh, sauti ya Yahweh has been heard. that voice, hiyo sauti, that's why I came. hiyo nilikuja.
And for you to be allowed to serve their God is not obvious. Na kwako wewe kukubaliwa ili uweze kumtumikia Bwana sio hivyo tu, sio rahisi. I tried one day to reach them in Kericho. I was unable. Nilijaribu kuwafikia kule Kericho lakini sikuweza. Today, leo, while we are here, huku tukiwa hapa, blind eyes macho ya open, macho ya vipofu, blind eyes open, macho ya kipofu and deaf ears popped open, na masikio ya kiziwi, masikio ya kiziwi, masikio ya ni upako, ni upako aina gani? Hey, 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 hey. They spoke. They spoke. Walinena. They told the deaf, wakaambia viziwi, the blind, vipofu, that don't worry. usijali. As you go, unapoenda, and their words have been fulfilled. Na maneno yao yametimizwa. Masikio ya kiziwi yamefunguka. Hey! Blind eyes open. Macho ya kipofu yamefunguka. What manner of anointing? Ni upako aina gani huu? Hey! Hey! The air that I breathe, Sylvia told. Praying for the ocean. Thank you. We can be seated, blessed people. Taweza keti watu wa dhamani.
Thank you. Thank Asante. you, Savior Cho, Asante for sana that overseers, powerful worship. kwa ibada hiyo ya nguvu. Blessed people now. Watu wabarikiwa sasa. The time we have been waiting for is now here. Saa tumekuwa tukingojea May we iko all hapa stand sasa. up and now receive the two most glorified, mightiest prophet of the Lord. Thank you, my fathers. Wacha Welcome tusimame to na minister tuwapokee to us. manabii wawili wakuu sana sana. Asante sana baba zangu. Hallelujah. Hallelujah. What a mighty day. Ni siku kubwa kiasi gani? Joy unspeakable here. Furaha isiyoneneka hapa hivi leo. I receive you all in the mighty name of Jesus. Ninawapokeeni nyote katika jina kuu la Yesu. India, thank you for coming in a big way. India, asanteni kwa kuja kwa njia kubwa And sana. all the nations represented here. Na mataifa yote yaliyowasilishwa hapa hivi. The United States. Majimbo ya moja Marekani. And all the other nations of the earth. Na mataifa mengine yote ya ulimwengu. Thank you for coming. South Sudan, Uganda, I see you. Asante kwa I kuja saw Sudan you were pushing the flag. You said, I hope he sees this flag. I hope he still remembers this flag. Uganda naona ulikuwa Thank you, the unasukuma Lord bless bendera. you. Asante, Bwana wabariki. Right away, burdens are lifted at Calvary as we begin now. Moja kwa moja. I know we have 10 minutes on live, if I'm not mistaken. Najua tunazo yapata dakika 10 kuwa hewani. But we are live on the other TVs and then you come back, right? Lakini tuko moja kwa moja na hiyo runinga nyingine kisha mtarejea. With sorrow and care, hearts are lonely and dream. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Troubled soul, the Savior can see every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary.
Jesus is very Jesus is very. Thank you. Can we pray right away? Asante, tunaweza kuomba moja kwa moja. In the mighty name of Jesus. I'm trying to pick my sounds here. Katika jina kuu la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Everybody still okay, you are cutting my voice. Everybody still standing. Kila mtu bado amesimama. Mighty Father. Baba mkuu. Father, we come before you today. Baba, twaja mbele zako leo hii with a very broken heart, tukiwa na moyo uliovunjika sana, seeking your counsel, Jehovah, tukitafuta ushauri wako Yehova, in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. And Father, we are asking today Baba, tunauliza leo hii that you may be able to visit each one of these people, kwamba ukaweze kutembelea kila mmoja ya hawa watu, senior church leadership from all over the world, uongozi wa ngazi ya juu wa kanisa kutoka kote kote ulimwenguni, that you may visit them in their hearts kwamba ukawatembelee mioyoni mwao and place a burden. na ukaweke mzigo. Place a burden in their hearts, weka mzigo katika mioyo yao, that they may be quickened in their hearts, kwamba wakauishwe katika mioyo yao, and that they may bring this to their nations. ya kwamba wakapate kuleta haya katika mataifa yao. Father, thank you for yet another opportunity Baba, asante kwa fursa nyingine tena to serve you ya kukutumikia and wewe love you na kukupenda, in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Amen. Amina. Thank you. Asante. Hallelujah. 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 You can now be seated in the mighty presence of the Lord. Sasa mwaweza kuketi katika uwepo mkuu wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. I'm still trying to pick my sound from yesterday. It is booming here. A lot of noise and everything here. Najaribu kuipata sauti yangu, kuna makelele hapa. Sauti yangu la jana leo. Sauti yangu ya jana leo. Today you'll try Swahili. So can you give me the sound of yesterday? There's a lot of booming here and noise. Je, mnaweza kunipatia sauti nzuri kama ya jana? Kuna makelele mengi hapa na kelele. Hallelujah. Hallelujah. The person that adjusted yesterday, take charge. Mtu The one that did it yesterday. Yule ambaye alifanya hivyo jana achukue ushukani. Hallelujah. Hallelujah. So blessed. Okay, there is a bit of a sound problem here today. Kuna sauti ambazo zinatoka hapa leo. Kuna shida. Do you have a feedback speaker? Kuna shida ya That is your sauti hapa. responsibility to make sure you have a feedback before we start. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Asante. Jesus is Lord. I need my sounds Yesu of ni, yesterday. It is still dim. Yesu ni Bwana. Nahitaji sauti nzuri kama ile iliyokuwa jana. And so, blessed Na hivyo basi watu wabarikiwa. Thank you, Litunda. Just go there. The one who did it yesterday, he knows the graphics where they were. Yule aliyefanya hivyo jana anajua mahali ambapo alikuwa amepimia. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. And so, blessed people, Na hivyo basi watu wabarikiwa. I know, I'm told that KTN will be back at exactly 1:30 in 30 minutes. Najua kwamba nimeambiwa K24 watarudi yapata saa 7:30. KTN TV will be back at 1:30. Runinga ya KTN itarudi saa 7:30. In 30 minutes from now. Dakika 30 kuanzia sasa. But we are live on JTV. Lakini tuko moja kwa moja katika runinga ya JTV. And all the other channels. Na hiyo vipengee vingine vya kupeperusha. Well, our blessed people, hivyo basi watu wabarikiwa. As we sort out the sounds, tunaposuluhisha shida ya sauti. Yesterday we saw jana tuliona that the Lord is speaking in such an astounding manner to the church. Kwamba Bwana ananena katika njia ya kushangaza sana kwa kanisa.
in a very serious conversation with the church. katika mazungumzo nyeti mno na kanisa, And the Lord is asking the church to repent naye Bwana analiuliza kanisa litubu and prepare the way na kuandaa njia for the glorious coming of the Messiah. kwa ajili ya kukuja kwa utukufu kwa Mesia. And we shared a bit yesterday on the urgency of the message we have. Na hiyo jana tulishiriki kuhusiana na udharura wa ujumbe tulio nao. The great urgency of this message. Ule udharura mkubwa sana wa ujumbe huu. When I spoke about the vision of 2nd of April 2004, niliponena kuhusu maono ya tarehe 2 Aprili mwaka wa 2004, the vision that spoke Benjamin Netanyahu into power, maono yaliyomleta Benjamin Netanyahu katika utawala, the vision also that spoke the death of Arafat, maono ambayo pia yalinena kuhusu kifo cha Arafat, and also spoke the changes of leadership you see in Israel right now, na pia yakanena kuhusiana na mabadiliko ya uongozi katika serikali ya Yerusalemu sasa hivi jinsi mnavyoona. The changes of leadership in Israel right now, mabadiliko ya uongozi katika Israeli sasa hivi. And so we saw na hivyo basi tuliona that the current happenings now ya kwamba matukio ya sasa hivi in Israel, katika Israeli, they are such a prophetic clock ni saa ya kiunabii for all the nations. Kwa mataifa yote. I remember in one vision, nakumbuka katika maono moja, when the Lord lifted me up above the earth, wakati Bwana aliponinua juu katika anga, and then he showed me the city of Jerusalem. Kisha akanionyesha mji wa Yerusalemu. And then by voice he said, alafu kwa sauti akasema, yes, ndio, that is a better sound now. Maybe don't touch it now. hiyo ni sauti bora, sasa msiguze. The voice said, yes. Sauti ikasema ndio. Jerusalem is the center of the earth. Yerusalemu ndio iliyo katikati ya ulimwengu. So if you look at the prophetic clock of God, kwa hivyo ukitazama katika ile saa ya kiunabii ya Mungu, the events in Israel, matukio katika Israeli, they are the prophetic clock of Yahweh for the end time. wao ndio saa ya kiunabii ya Yahweh kwa nyakati za mwisho. And we saw very clearly that the Lord is saying there is urgency. Tuliona wazi kabisa kwamba Bwana anasema kunao udharura. And I shared with you yesterday on the vision when the Lord lowered a wooden pulpit from heaven. Nami nikashiriki pamoja nanyi wakati ambapo Bwana alishusha mimbari, madhabahu ya mbao kutoka mbinguni. And then we replaced the glass pulpit. Alafu kisha tukabadilisha na ile madhabahu ya glesi. That was broken. Ambayo ilikuwa imevunjika. That was abandoned. Ambayo ilikuwa imeachwa. That was defiled. Ambayo ilikuwa imenajisiwa. That was neglected. Ambayo ilikuwa imetelekezwa. And so the Lord replaces that postmodern pulpit. Na hivyo Bwana anabadilisha hayo madhabahu ya kisasa with the wooden pulpit, the one of the cross now. Na madhabahu yale ya mbao, ile ya msalabani sasa. And replace that. Na kuibadilisha hiyo. And so in other words, the Lord is saying, kwa hivyo kwa maneno mengine Bwana anasema that the hour for the restoration of the altar of the Lord is now. Kwamba risala urejesho wa madhabahu ya Mungu ni sasa hivi. God is now calling for the restoration of his altar. Bwana anaitia urejesho wa madhabahu yake. All the way from Indonesia. Kote kutoka Indonesia. To the USA. Kutoka kwenda hadi majimbo moja Marekani. Europe, Africa and Australia. Europa, Afrika na Australia. Every single land. Kila mtu binafsi must now respond. Lazima sasa waitikie. And we saw very clearly na tuliona wazi kabisa that there has been an infiltration. Kwamba kumekuwa na kujipenyeza. The infiltration into the house of the Lord. Kujipenyeza kwa siri katika nyumba ya Mungu. And that the biggest threat to the church. Na kwamba tishio kubwa kabisa kwa kanisa is from within, the infiltration inside. Ni kutoka ndani, kutoka kujipenyeza ndani. And we saw the Lord speaking very clearly. Na tuliona Bwana akizungumza wazi kabisa. Calling for repentance. Akiitishia toba. God always still has the door of repentance open.
Bwana kila wakati analo lango la toba likiwa limefunguka. We saw clearly Tuliona waziwazi that Benjamin Netanyahu too, that is happening right now in January. Kwamba, he is forming a government right now. He has already formed it. Kwamba Benjamin Netanyahu ambaye anaunda serikali sasa hivi katika mwezi wa Januari ameshaunda serikali. Is very key. Ni nyeti kabisa kabisa. Because in that vision you see, kwa sababu katika hayo maono unaona the Lord brings us from the throne of heaven, the throne of God, to Jerusalem. Bwana anatuleta kutoka enzi ya Mungu, enzi ya mbinguni kuja Yerusalemu. And then after seeing the changes of leadership and what happens in the capital cities of the earth, alafu baada ya kuona mabadiliko ya uongozi katika Israeli na kile kilichotendeka katika miji mikuu ya kote kote ulimwenguni, their anxiety, ile wasiwasi, their fears, hofu zao, their alarm, walikuwa na uoga, their shock, walikuwa wameshtuka. The shock, what theirs. Can you tell him? Their alarm, their shock. Hofu yao na kumshtuko wao. And so the nations, na hivyo basi mataifa, were astounded, walikuwa wameshangaa by the extreme right-wing government, na serikali ya mrengo wa kulia zaidi, that had been formed, ambayo ilikuwa imeundwa. And we see that that is what is happening right now. Na tunaona kwamba hicho ndicho ambacho kinafanyika sasa hivi. And we saw very clearly, na tuliona waziwazi kabisa, that within that prophecy, when the Lord returns us to the throne, ya kwamba katika huo hayo maono, wakati ambapo Bwana aliturudisha, when he returns us to the throne, alipoturudisha katika enzi, anapoturudisha katika enzi ya Mungu, when the Lord returns us to the throne, wakati Bwana anaturudisha katika enzi, standing there before the throne of God, tukiwa tumesimama pale mbele ya enzi ya Mungu, then at that time, alafu katika wakati huo, behold the glorious Lamb of God. Tazama mwana kondoo wa Mungu wa utukufu. He now comes. Sasa anakuja. So the message is very clear. Kwa hivyo ujumbe uwazi kabisa. Because at that time we are already transfigured. Kwa sababu wakati huo tayari tumebadilishwa. We are glorified. Tumetukuzwa. The garment must be prepared, right? Vazi lazima liandaliwe, sivyo? And we also saw, na pia tuliona, that in this generation, kwamba katika kizazi hiki, owing to the compromise at the pulpit, kuzingatia na makubaliano na dhambi katika madhabahu, there is now the changing of the message. Sasa kuna kule kubadilishwa kwa ujumbe. From the glorious message of the cross and the blood, kutoka kwa ujumbe wa utukufu wa msalaba na damu. Now they have changed and moved to a more modern, a more convenient kind of gospel. Sasa wamesonga, wameenda kwa ile ya kisasa ambayo inakubaliana na wao. They call it the gospel of prosperity. Wanaita injili ya ufanisi. The gospel that does not rebuke sin. Injili ambayo haikemei dhambi. The gospel that is very accommodative. Injili ambayo inakubali kila kitu. And we realized yesterday, na tukagundua hiyo jana, that the worst thing you could ever do, kwamba kitu kibaya zaidi ambacho unaweza ukawahi kukifanya, is to defile this institution here. Ni kunajisi taasisi hii hapa. The pulpit. Madhabahu. Because kwa sababu we have seen from one nation to another, tumeona kutoka taifa moja hadi jingine, governments and nations, mataifa na serikali, governments and nations, mataifa na serikali, are removing Jesus from their lives. Wanatoa Yesu kutoka katika maisha yao. They are removing the gospel from their mainstream. Wanatoa injili kutoka katika lengo lao kuu. They are removing anything God from their livelihoods. Wanatoa chochote kinachohusiana na Mungu kutoka katika maisha yao. And it's very shocking. Na inashtua sana. Because anything evil is what they are now incorporating. Kwa sababu inculcating. Kila kitu kiovu ndicho sasa wanashikamana nacho, wanakikumbatia.
from one nation to the other, kutoka taifa moja hadi lingine, what used to be very evil, very sinful, abominable, kile ambacho kilikuwa kiovu sana, kibaya sana, kilikuwa machukizo, is what they are now legalizing. sasa hicho ndicho ambacho wanahalalisha. When in the past people used to be alarmed Wakati hapo nyumaye watu walikuwa wana wasiwasi, by abomination, machukizo, but not anymore. lakini sivyo kamwe. Right now, Sasa it is hivi, acceptable and celebratable. sasa hivi inakubalika na inasherehekewa. So we have seen a generation Kwa hivyo that openly celebrates sin. Kwa hivyo tumeona kizazi ambacho wazi wazi wanaisherekea dhambi, And it bothers me very much na inanisumbua sana that their conscience, kwamba ile dhamira yao, their conscience has not navigated them. dhamira yao haijawaelekeza. Now you have a whole month globally celebrating LGBT plus pride. Sasa kumbuka Whole kwamba month. sasa hivi kote kote ulimwenguni wanasherekea ushoga mwezi mzima, Whole month. mwezi mzima. And at this stage, Na katika kiwango hiki, if you do a survey, ikiwa utafanya utafiti, it's more or less acceptable now. inakubalika sana sasa. And of course you have the transgender going on also. Alafu kuna ile transgender ambayo pia inaendelea. And yet the church Na ili hali kanisa is supposed to be the light linapaswa kuwa ndi mwangaza, that should be lighting and shining brighter ambalo linapaswa kuwa linang'aa na kuangaza zaidi at an hour of darkness such as this. katika saa ya giza kama hii. So we saw yesterday Kwa hivyo tuliona hiyo jana the Lord laying the gravity of the fall at the pulpit. kwamba Bwana akiweka uzito wa mwanguko katika madhabahu, The gravity of compromise by the pastors. uzito wa kukubaliana na dhambi na wachungaji. The Lord speaking about separation. Bwana akinena kuhusu kutengwa, Living a separated life. kuishi maisha yaliyotengwa. In finishing with that and beginning a new phase of that message today, Katika kumalizia hiyo na kuanza awamu mpya ya huo ujumbe leo hii, turn with me to the book of James chapter 4 verse 4. geuka pamoja nami kitabu cha Yakobo mlango wa 4 mstari wa 4. James chapter 4 verse 4 he says, Yakobo mlango wa 4 mstari wa 4 anasema, once you are there, read together. ukishafika pale tasoma pamoja. Hallelujah. Haleluya. James chapter 4 verse 4 he says, Yakobo 4:4 anasema, you adulterous people, ninyi wanaume wenye washerati, don't you know that friendship with the world means enmity with God? je, amjui ya kwamba urafiki na dunia ni uadui na Mungu? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world Kwa hiyo mtu yeyote anayetaka kuwa rafiki wa dunia becomes an enemy of God. hufanyika adui wa Mungu. That's why the Lord Almighty Hiyo ndio sababu Bwana Mungu mkuu mwenyezi is emphasizing to the church anasisitiza kwa kanisa to separate from the worldliness. likajitenge kutoka kwa ulimwengu, The worldliness kutoka katika mambo ya ulimwengu that has entered the church ambayo imeingia katika kanisa and the pulpit. na katika madhabahu. And we saw our first example yesterday. Na tuliona mfano wetu wa kwanza hiyo jana, The Lord speaking to the church in Pergamum. Bwana akizungumza na kanisa la Pagamo. Jesus writing a letter to a church Yesu akiandika barua kwa kanisa out of great concern. kutokana na ile kujali sana. The Lord dictating a letter to a church. Bwana akielekeza barua iandikwe kwa kanisa. And he wrote to 7 churches Na akaandika kwa makanisa 7. because he saw, Kwa sababu waliona, he observed, aliyotazama, and he saw that there was a trend. na akaona kwamba kulikuwa na mtindo fulani, A trend of decay, mtindo fulani wa muozo. degeneration. Na katika kizazi, The original faith ile imani ya kweli is being watered down, inaondolewa, such that now you have your so-called modern Christian, kiasi kwamba sasa mko na Wakristo wa kisasa, the one that has a convenient salvation. yule aliye na ule wokovu kwa njia anayoitaka. And we saw that the Lord is saying to this generation Na tukaona kwamba Bwana anasema kwa kizazi hiki that even you are not of this world. ya kwamba hata wewe sio wa ulimwengu huu.
Therefore, you should separate from this world. Hivyo basi lazima ukajitenge na dunia hii. Because your citizenship is in the kingdom of God. Kwa sababu uraia wako uko katika ufalme wa Mungu. And we saw very clearly Na tuliona waziwazi kabisa that ever since creation, kwamba tangia uumbaji, the world and its systems dunia na mitindo yake have been fighting the Lord. imekuwa ikimpiga vita Bwana. Right from the garden, Tangia katika bustani la Edeni, throughout to Cain. kote kwenda hadi kwa Kaini. We saw what happened in the days of Noah. Tuliona kilichotendeka katika siku za Noa. Utter rebellion. Ule uasi kabisa. We saw Nimrod. Tuliona Nimrodi. Together with the formation of Babylon, the kingdoms against God. Pamoja na ule uundaji wa Babeli, falme zikijiunga dhidi ya Mungu. And therefore Jesus said, Na hivyo basi Yesu akasema, my kingdom is not of this world. ufalme wangu sio wa dunia hii. And you too who belong to that kingdom, Na wewe pia ambaye ni wa huo ufalme, you are not of this world. wewe sio wa dunia hii. And yet we understand too well Na ili alituelewa vyema kabisa that the Messiah is coming. ya kwamba Masihi anakuja. We have seen that we live at a time of compromise. Tumeona kwamba tumeishi katika majira ya makubaliano na dhambi. When there is compromise almost in everything. Mahali ambapo kuna makubaliano na dhambi karibu kila kitu. Including the gospel. Hata kuhusisha injili. And then we saw the consequences. Alafu kisha tukaona athari of the compromise. Ya hayo makubaliano na dhambi. In the church. Katika kanisa. So can we look at one more example today? Je, tunaweza angalia mfano mwingine zaidi leo hii? And then after that, alafu baada ya hiyo, I'll be able to give you the consequences of the fall. Nitaweza kuwapatia athari, madhara ya mwanguko. And then finally, the lofty pulpit, the heavenly pulpit. Alafu hatimaye yale mambari ama madhabahu ya kibinguni. Turn with me the book of Revelation chapter 3. Geuka pamoja nami katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3. Revelation 3 verses 14 to 22. Continue sharpening my voice, blessed people up there. Ufunuo 3 mstari wa 14. Endelea kutengeza sauti yangu iwe na makali, watu wabarikiwa. Sharpening the voice. Tengeza sauti iwe na makali. Revelation chapter 3, blessed people. Ufunuo mlango wa 3, watu wabarikiwa. 14 and 22. 14 hadi 22. And then we'll summarize it. Kisha tutaiweka katika muktasari. That is now better, please. Hiyo ni bora zaidi sasa. Don't touch it. The book of Revelation chapter 3 from verse 14 I read. Kitabu cha Ufunuo 3 kuanzia mstari wa 14 nasoma. It says to the angel of the church in Laodicea. Anasema kwa malaika wa kanisa lililoko Laodicea, andika. Again to the angel of the church in Laodicea. Tena kwa malaika wa kanisa lililoko Laodicea. Right. Andika. Then he says the following. Kisha asema yafuatayo. These are the words of the Amen. Haya ndiyo maneno yake aliye amina. The faithful and true witness. Shahidi mwaminifu na wa kweli. The ruler of God's creation. Mtawala wa uumbaji wote wa Mungu. I know your deeds. Na yajua matendo yako. That you are neither cold nor hot. Ya kwamba wewe si baridi wala si moto. I wish you were either one or the other. Afadhali ungelikuwa baridi au moto. So because you are lukewarm. Hivyo kwa kuwa uvuguvugu. Neither hot nor cold. Kwamba wewe si baridi wala si moto. I am about to spit you out of my mouth. Nitakutapika utoke kinywani mwangu. I'm about to puke you, to vomit you out of my mouth. Niko karibu kukutapika utoke kinywani mwangu. You say I am rich. Maana unasema mimi ni tajiri. I have acquired wealth. Nimefanikiwa sana. And do not need a thing. Wala sihitaji kitu chochote. But you do not realize that you are wretched. Hujui ya kwamba wewe ni mnyonge. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked. Hujui ya kwamba wewe ni mnyonge, wa kuhurumiwa, maskini, kipofu, tena uliye uchi. But you do not realize lakini haujui that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked. Kwamba wewe ni mnyonge, wa kuhurumiwa, maskini, kipofu, tena uliye uchi. That is such a serious verdict.
basi hiyo ni uamuzi ambao ni nyeti kabisa kabisa. By the Lord Naye Bwana upon the church. juu ya kanisa. He says Anasema that in their condition kwamba katika hali yao they are wretched, wao ni wanyonge, pitiful, wa kuhurumiwa, poor, maskini, blind, kipofu, and naked. tena uchi. How does the church arrive there? Je, kanisa linawezaje kufika hapo? Unless there is a significant fall at the pulpit. Ijapokuwa tu kwamba kuna mwanguko ulio mbaya sana katika madhabahu. Something must have gone seriously wrong. Lazima kitu kilienda mrama kabisa, vibaya kabisa, for the church to arrive there. kwa kanisa kuweza kufika pale. Whereby the Lord ambapo Bwana introduces himself here as the great Amen. Anajitambulisha hapa kama yeye aliye mkuu, amina. Meaning he is accurate in his determination. Kwamba anamaanisha kwamba yeye ni ana uhakiki ama ana ufasaha katika uamuzi wake. He is trustworthy. Yeye ni wa kutumainiwa. He is dependable. Yeye ni wa kutegemewa. In his character and in his message. Katika tabia yake na katika ujumbe wake. Therefore his assessment about the church is trustworthy. Na hivyo basi uamuzi wake kuhusiana na kanisa uko na uhakiki. So when he says the church is wretched and pitiful, kwa hivyo anaposema kwamba kanisa ni mnyonge tena la kuhurumiwa, he says that is the true assessment, that is the true condition of the church. Anasema kwamba hayo ndio makadirio ya kweli, hiyo ndio hali ya kweli ya kanisa. And you are going to see today, na mnaenda kuona leo hii, that the apostasy you see in the church today kwamba mwanguko kutoka katika imani ya kweli mnaoona katika kanisa leo hii can bring the church to a place where Jesus is out. Inaweza kulifikisha kanisa mahali ambapo Yesu yuko nje. Whereby the Lord is locked out. Mahali ambapo Bwana amefungiwa nje. Out of the lives of the people. Kutokana tu na maisha ya watu. And there are so many things about this church. Na kuna mambo mengi ambayo yako katika hili kanisa. That we are reading right now. Ambayo tunaipitia sasa hivi. In Laodicea. Kule Laodicea. That are so synonymous with the church today. Ambayo yanafanana sana na kanisa la leo hii. Now you understand. Sasa mnaelewa. Why he has to replace the pulpit. Kwa nini abadilishe madhabahu? He has to abolish the other one. Inabidi aondolee mbali ile nyingine. Because something has changed. Kwa sababu kitu kimebadilika. In Luke 18 verse 8 he asked. Katika Luka 18 mstari wa 80 akauliza. Luke chapter 18 verse 8 he asked. Luka 18 mstari wa 8 akauliza. When the Son of Man returns. Wakati mwana wa Adamu atakaporudi. Shall he find any faith left at all? Je, atapata imani yoyote iliyobaki? In other words, kwa maneno mengine, the original faith. Ile imani ya kwanza. Today you have the postmodern Christian in Europe. Leo hii mko na Wakristo wa kisasa Europa. A postmodern Christian in the USA and Canada. Wakristo wa kisasa kule Marekani na Canada. Australia, everywhere. Australia, kila mahali. But when the Son of Man returns, lakini mwana wa Adamu atakaporudi, shall he ever find the genuine original faith at all? Je, atapata imani ya kweli ya jadi kwa mwanadamu? And so he says here. Na hivyo anasema hapa, wretched, wa kuhurumiwa, pitiful, wa kuhurumiwa na mnyonge, poor, maskini. And he says blind, na anasema kipofu, and naked. Tena aliye uchi. He says, I counsel you to buy from me gold. Anasema kwa hiyo na kushauri ununue kutoka kwangu dhahabu, refined in the fire, iliyosafishwa kwa moto, so that you can become rich. Ili upate kuwa tajiri. And white clothes to wear, na mavazi meupe ili uyavae, so that you can cover your shameful nakedness.
ili upate kuficha aibu ya uchi wako, and salve to put on your eyes, na mafuta ya kupaka macho yako, so you can see. ili upate kuona. So what is the Lord saying here today? Bwana anasema yapi hapa hivi? Regarding the state of the pulpit. Kuhusiana na hali ya madhabahu. He's saying that because of the compromise at the pulpit. Anasema kwa sababu ya makubaliano na dhambi katika madhabahu. Now you have the three groups of people on the earth. Sasa uko na vikundi vitatu vya watu duniani. One are those who are hot. Wale ni moja ni wale ambao ni moto. One is those who are hot. Moja ni wale ambao ni wako moto. Those who are zealous for Christ. Wale walio na ari na bidii kwa ajili ya Kristo. Those who are born again proper. Wale ambao wameokoka kweli kweli. They are serving the Lord, they are evangelizing Jesus. Wanamtumikia Bwana, wanafanya uinjilisti kwa ajili ya Yesu. They are preparing in righteousness. Wanajiandaa katika uhaki. And then alafu he says there is another group. Anasema kuna kikundi kingine. Those who are very cold. Wale ambao ni baridi sana. They have utterly rejected Jesus. Wamemkataa Yesu kabisa kabisa. For them they have openly rejected Jesus. Kwa wao wazi wazi wamemkataa Yesu. And then he says, alafu anasema that because of the fall, kwamba kwa sababu ya mwanguko, there is now a middle group, a third group. Sasa kuna kikundi cha tatu ambacho kiko katikati. A third group of people. Kuna kikundi cha tatu cha watu. A third group of Christians. Kuna kikundi cha tatu cha Wakristo. And he says, na anasema the ones who are lukewarm. Wale ambao ni vuguvugu. They are neither hot nor cold. Wao sio baridi wala si moto. So in other words, kwa hivyo kwa maneno mengine, he's saying they don't reject Jesus. Anasema kwamba hawamkatai Yesu. They claim, they say they have received him. Wanadai kwamba wamempokea. And they go to church every Sunday. Na wanakwenda kanisani kila Jumapili. But they are not born again. Lakini hawajaokoka. They are lukewarm. Wao ni vuguvugu. And the Lord is very harsh. Naye Bwana ni mkali sana. He's saying he will vomit them. Anasema atawatapika. Unless they repent. Ijapokuwa tu watubu. As though they have become immune to the gospel. Kana kwamba wamekufa ganzi kwa injili. And the Lord says here, he wishes, he prefers that they would remain cold. Na Bwana anasema kwamba hapa afadhali wangekuwa baridi. That if they are cold, kwamba ikiwa wako baridi, probably one day, labda huenda siku moja, they might sit in a conference like this. Huenda wakaketi katika kongamano kama hili. And blind eyes open there. Na macho ya kipofu yafunguke pale. Then Jesus convert them. Kisha Yesu akumbane na wao. Hallelujah. Hallelujah. But he's saying, na anasema that today, kwamba leo hii, the present day church, kanisa la sasa, is facing a tragedy. Linakumbana na janga. Because they have entered into this middle group, the third group. Kwa sababu wameingia katika kikundi hiki cha katikati, kikundi cha tatu. Whereby, mahali ambapo, they think by going to church every Sunday, wanafikiria kwa kwenda kanisani kila Jumapili, as a club, kama klabu, a membership club, kama klabu ya ushirika. They think that will earn them entry into heaven. Wanafikiria kwamba hiyo itawapatia kiingilio cha kuingia mbinguni. Many times you meet them and ask them, are you born again? Mara nyingi unakutana nao na unawauliza, je, umeokoka? They say, yes, I'm born again. Wanasema ndio, nimeokoka. Then you wonder, kisha unashangaa, have you received the Holy Spirit? Je, umempokea Roho Mtakatifu? Say, yes, I've received. Wanasema ndio, nimempokea. Then you wonder, kisha unashangaa, why hasn't the Holy Spirit instructed you that Jesus is holy? Kwa nini Roho Mtakatifu hajakuelekeza na kukuagiza kwamba Yesu ni mtakatifu? And the Lord Jesus said, naye Bwana Yesu alisema, that not everybody that says, Lord, Lord, kwamba sio kila mtu asemaye Bwana, Bwana, will enter the kingdom of glory. atakayeingia katika ufalme wa utukufu. So this generation is sitting on the verge of a tragedy, a calamity. Kwa hivyo kizazi hiki kimeketi katika ukingo wa janga. Because of the compromise at the pulpit. Kwa sababu ya makubaliano na dhambi katika madhabahu. The message has been watered down. Ujumbe umedunishwa.
when you water it down, it's not the original anymore. Wakati unaudunisha sio ule wa jadi tena. They have abandoned the cross. Wameachana na msalaba. How can it be the same gospel anymore? Je, inawezaje kuwa injili ile ile tena? If you take the cross from their messages, Ikiwa utaondoa msalaba kutoka katika ujumbe, and you take away Jesus from their messages, na uondoe Yesu kutoka katika ujumbe, their messages still remain standing. ujumbe wao bado unabaki umesimama. That means they have become motivational speakers. Hiyo inamaanisha kwamba wamekuwa wanenaji wa kutumbuiza tu. The pastors of this day, Wachungaji wa siku hizi, they have failed to feed the church, feed the sheep. wameshindwa kulilisha kanisa, kulisha kondoo. Righteousness, Uhaki, holiness, utakatifu, without which nobody will see the Lord. ambao bila hakuna mtu atakayemwona Bwana. How? Namna gani? How can you enter? Je, unawezaje kufanya hivyo? So he says here that there is a group that is lukewarm. Kwa hivyo anasema hapa kwamba kuna kikundi ambacho ni vuguvugu. And if you check their identity, Na ukitazama kitambulisho chao, their characteristic, tabia zao, they are similar to the present day church. kinafanana na kanisa la sasa hivi. And then at the end he says they are not born again. Alafu mwishowe anasema kwamba hawajaokoka. The present day Christian Mkristo wa sasa is not born again. hajaokoka. Jesus died Yesu alikufa on the cross, msalabani, a painful death, kifo cha uchungu sana, a very shameful death, shameful, kifo cha aibu sana, cha aibu, that he may purchase you kwamba akapate kukununua wewe for holiness. kwa ajili ya utakatifu. How can you abandon holiness Je, unawezaje kuachana nayo? when he paid such a horrendous price? Unawezaje kuachana na utakatifu alipolipia gharama ya juu kiasi hiki? Then he says, verse 18, Kisha asema mstari wa 18, I counsel you to buy from me gold refined with fire, kwa hiyo nakushauri ununue kutoka kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. and he says, Naye anasema so that you can be rich, ili upate kuwa tajiri, and white clothes na mavazi meupe that you may wear, ili uyavae, so that you can cover your shameful nakedness, upate kuficha aibu ya uchi wako, and salve na mafuta to put on your eyes kupaka macho yako so you can see. ili upate kuona. We don't have time to go into the background of this city and this church Hatuna muda wa kuingilia kujua kuhusu mji huu na hili kanisa and the tremendous wealth and the industry that was thriving there, na mali nyingi na mambo ya kiufundi yaliyokuwa pale, the industry of wool, the glossy wool, zile viwanda za the kutengeza, textile industry, vile viwanda vya kutengeza nguo, the salve, the very powerful medical school they had, zile shule za ngazi ya juu za kimatibabu walizokuwa nazo, with a breakthrough. wakiwa na ufanisi. I think they discovered boric acid, if I understand right. Na kisia waligundua boric acid, And the big financial center they opened up with gold exchange. na wakafungua taasisi kubwa kubwa za kifedha wakiuza dhahabu. But you can see the Lord saying Lakini unaweza kuona Bwana anasema that they valued worldly wealth, kwamba wanadhamini mali ya kidunia, like the present day church. kama kanisa la sasa hivi. They valued worldly wealth, Wanadhamini mali ya kidunia like your present day modern church. kama kanisa la kisasa. He's saying, Anasema to the extent that they said they need nothing else, kwa kiwango kwamba walisema hawahitaji kitu kingine chochote. and if you read further, you find that Jesus is locked out.
Na ukisoma zaidi unagundua kwamba Yesu amefungiwa nje. He's knocking from out. Anabisha kutoka nje. Open for me. Nifungulie. Meaning they are not born again. Kumaanisha kwamba hawajaokoka. What has that done to them? Je, hiyo imewafanyikia nini? Isaiah 29, let's begin. Isaya 29, hebu tuanze. Isaiah chapter 29 verse 13. Isaya 29 mstari wa 13. And he says, naye anasema, Isaiah chapter 29, blessed people, verse 13. Isaya 29 watu wabarikiwa mstari wa 13. He says, the Lord says, anasema Bwana anasema, these people come near to me, watu hawa unikaribia with their mouths, kwa vinywa vyao, to honor me with their lips, na kuniheshimu kwa midomo yao, but their hearts are far from me. lakini mioyo yao iko mbali nami. The Lord is saying, Bwana anasema, that if you look at what apostasy has done in the present day church, kwamba ukitazama kile ambacho mwanguko kutoka katika imani ya kweli imefanya katika kanisa la sasa, then you'll find that your present day Christian, basi utapata kwamba Mkristo wa kisasa, they go to church wanaenda kanisani every Sunday, kila Jumapili, but their hearts lakini mioyo yao are away from the Lord. iko mbali na Mungu. And that's why Na hiyo ndio sababu they have no zeal to pursue righteousness. hakuna bidii na ari ya kufuatilia uhaki. They have no zeal Hawana bidii na ari to pursue holiness, ya kufuatilia utakatifu, which is the foundation of Christian salvation. ambayo ndio msingi wa Ukristo. They come to me, Wanakuja kwangu, but their hearts are far away. lakini mioyo yao iko mbali nami. These days, Siku hizi they go to church wanaenda kanisani only for what they can benefit. kutokana tu na kile ambacho wanaweza faidika. What can I get from church today? Ninaweza kupata nini kutoka kwa kanisa leo hii? How about righteousness? Na je, kuhusiana na uhaki? How about eternity? Na je, kuhusiana na umilele? How about the Messiah? Na je, kuhusiana na Mesia? How about the price at the cross? Na je, kuhusiana na gharama ya msalaba? He says they come to me, Anasema wanakuja kwangu, but their hearts are far away. na mioyo yao iko mbali sana. They worship with their lips. Wanaabudu na midomo yao tu. In Luke chapter 21, Na Luka 21 verses 1 and 4, he says, mstari wa 1 na 4 asema, Luke chapter 21, blessed people, Luka 21 watu wabarikiwa, verses 1 and 4, he says, mstari wa 1 na 4 anasema, as Jesus looked up, Yesu alipoinua macho yake, he saw the rich putting their gifts into the temple basket. aliwaona matajiri wakiweka sadaka zao kwenye sanduku la hazina ya hekalu. He also saw a poor widow Akamuona pia mwanamke mmoja mjane maskini, putting 2 very small copper coins. akiweka humo sarafu 2 za shaba ndogo. Truly I tell you, he said, Amin, amin nawaambia, Yesu akasema, this poor widow has put in more than all the others. huyu mjane maskini ameweka humo sadaka kubwa zaidi kuliko wengine wote. All these people gave out of their wealth, Hawa watu wengine wote wametoa sadaka kwa Mungu kutokana na wingi wa mali zao. but she gave out of her poverty and put in all she had to live on. Lakini huyu mjane ametoa kutokana na umaskini wake vyote alivyokuwa navyo kwa ajili ya maisha yake. They were all putting big money in the baskets. Wote walikuwa wanaweka pesa kubwa kubwa katika kikapu. So today they think they can bribe God. Kwa hivyo leo hii wanafikiria kwamba wanaweza kumhonga Mungu. That when you put in a big amount,
and then you can get away with holiness. Kwamba unapoweka pesa nyingi sasa unaweza kufutilia mbali utakatifu. The fall at the pulpit Mwanguko katika madhabahu has affected the worship in the church. imeathiri ibada katika kanisa. They go to church, Wanaenda kanisani but their hearts are far away. lakini mioyo yao iko mbali sana. Galatians chapter 1, 10, 11 it says, Wagalatia mlango wa kwanza mstari wa 10 na 11 asema, what the fall has done kile ambacho mwanguko umefanya in the house of the Lord, katika nyumba ya Bwana. the fall in the church, Mwanguko katika kanisa, how it has affected the church. jinsi ambavyo imeathiri kanisa. Galatians chapter 1, verses 6 and 10. Wagalatia mlango wa kwanza mstari wa 6 hadi wa 10. He says the following. Anasema yafuatayo. He says, Anasema, I am astonished nashangaa that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ. Nashangaa kwamba mumemwacha upesi hivyo yeye aliyewaita kwa neema ya Kristo and are turning to a different gospel, na kuifuata injili nyingine, which is really no gospel at all. ambayo kwa kweli si injili kamwe. Evidently some people are throwing you into confusion Ila kwa dhahiri kuna watu wanaowachanganya and trying to pervert the original gospel of Christ. na wanaotaka kuipotosha injili ya kweli ya Kristo. But even if we Lakini hata kama sisi, or an angel from heaven lakini hata ikiwa sisi au malaika atokaye mbinguni should preach a gospel other than the cross and the blood that we preach to you, akihubiri injili nyingine ijapokuwa msalaba na damu tuliowahubiria ninyi, let them be under God's curse. basi huyo mtu na alaaniwe, As we have already said. kama vile tulivyokwisha kusema. So now I say again, Sasa nasema tena, if anyone is preaching to you a gospel other than the cross and the blood that we preached, ikiwa mtu mwingine yeyote atawahubiria injili kinyume na ile mliyopokea ya damu na msalaba, which you accepted, ambayo mliikubali, let them be put under God's curse. na walaaniwe milele. Am I trying to win the approval of man Je, sasa mimi ninatafuta kukubaliwa na wanadamu or of God? au kukubaliwa na Mungu? Or am I trying to please people? Au nataka kuwapendeza wanadamu? If I were trying to please people, Kama ningekuwa najaribu kuwapendeza wanadamu, would I be a servant of Christ? nisingekuwa mtumishi wa Kristo. The Lord is saying Bwana anasema that the fall at the pulpit kwamba mwanguko katika madhabahu has occasioned a change in the worship. imeleta mabadilisho katika ibada. And that's why in that vision he replaces the pulpit. Na ndio sababu katika hayo maono alibadilisha madhabahu. Because he says Kwa sababu anasema that your modern day church, kwamba kanisa lenu la kisasa, your modern day Christian today, Ukristo wenu wa kisasa leo hii is busy seeking the approval of the world. inashughulika sana kutafuta kukubalika na ulimwengu. They are seeking the approval of man. Wanatafuta kukubalika na wanadamu. And yet what matters is God. Na ili hali kinachojalisha ni Mungu. Even the pastors, Hata wachungaji they want to be liked by everybody in the city. wanataka wapendwe na kila mtu katika mji. They are seeking the approval of the world. Wanatafuta kukubalika na dunia. And so the Lord is saying, Na hivyo basi Bwana anasema, this is the hour to return. hili ndilo saa la kurudi. I have seen the coming of the Messiah. Nimeona kukuja kwa Mesia. If the Messiah appeared today, Ikiwa Masihi atakuja leo hii, would you be found ready? je, utapatikana ukiwa tayari? Today's Christian Mkristo wa leo hii is busy seeking the acceptance by the world, anashughulika sana kutafuta kukubalika na dunia, to the extent kwa kiwango kwamba that they cannot stand rejection for the gospel. hawawezi kustahimili kukataliwa kwa ajili ya injili. They want everybody to accept them. Wanataka kila mtu awakubali. But he's asking us here, Lakini anatuuliza hapa, am I seeking the approval of man or of God?
Je, ninatafuta kukubaliwa na mwanadamu ama na Mungu? If I were seeking the approval of man, would I be the servant of Christ? Kama ningekuwa natafuta kukubalika na mwanadamu, singekuwa mtumishi wa Kristo. Seeking the approval of friends, kutafuta kukubalika na marafiki. They fear to be rejected and thrown out of the WhatsApp group. Wanaogopa kukataliwa na kuondolewa ndani ya mtandao wa WhatsApp. Hallelujah. Hallelujah. 2 Timothy, blessed people. Timotheo wa pili, watu wabarikiwa. Chapter 3. Mlango wa 3. 2 Timothy chapter 3, turn with me there. Timotheo wa pili mlango wa 3, geuka pamoja nami pale. And he says the following. Naye anasema yafuatayo. In verse 12. Katika mstari wa 12. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 12. What the fall at the pulpit has occasioned in the church. Kile ambacho mwanguko katika madhabahu imeleta katika kanisa. And we are so blessed you are senior leaders here. Na tumebarikiwa sana kwamba viongozi wenu wa ngazi ya juu wako hapa. So you are going to bring the requisite correction in the church. Kwa hivyo unaenda kuleta matakwa na marekebisho katika kanisa. You rather preach it alone in Malaysia. Afadhali uhubiri peke yako kule Malaysia. But at least let there be one preacher of righteousness in Malaysia. Lakini angalau uacha kuwe tu na mhubiri mmoja wa uhaki kule Malaysia. You don't have to be accepted by the pastor's fellowship. Sio lazima ukubalike na ule ushirika wa wachungaji. If you find that they don't have the agenda of the coming of the Messiah, you walk out and begin to prepare your church. Ukipata kwamba hawana agenda ya kuandaa kwa ajili ya kukuja kwa Kristo, unatoka hiyo na unaanza kuandaa kanisa lako. Because today they are seeking the approval of man. Kwa sababu leo hii wanatafuta kukubalika na wanadamu. And the kingdom has suffered. Na ufalme wa Mungu umeteseka. The church has been devastated. Kanisa limekuwa katika hali ya kuhurumiwa. But thank God that the Lord has now brought change. Lakini shukrani na ziwe kwa Mungu kwamba Mungu sasa ameleta mabadiliko. And that change has come with tremendous power. Na hayo mabadiliko yamekuja na nguvu za ajabu. I want to recognize the county commissioners who are sitting here. Ningependa kuwatambua makamishna wa majimbo ambao wameketi hapa hivi leo. The Lord bless you very much, my sons and my daughter. Bwana wabarikie wanangu na binti wangu. Thank you for being here. Asanteni kwa kuwa hapa. You are very senior government leaders, but to have time for this, thank you. Nyinyi ni maafisa wa serikali wa ngazi ya juu, lakini kupata nafasi na muda kwa hii, asante. And all the security officers who are helping us here, thank you, the Lord bless you. Tupigie Bwana, let's clap for them. Na maafisa wote wa polisi ambao wako hapa, tuwapigie Bwana. Asante. Thank you for helping us do this. Asante kwa kutusaidia kufanya hii. And so he's saying, na hivyo anasema, that everyone is seeking the approval of friends and the world. Kwamba kila mtu anatafuta kukubalika na kupendwa na marafiki na ulimwengu. And yet Jesus promised something else. Na ili Yesu aliahidi kitu kingine tofauti. He said the world would fight you. Alisema ulimwengu utawapiga vita. It would reject you. Utawakataa. And not accept you. Na wawezi kukubali. Because it rejected him. Kwa sababu ulimkataa yeye. And so the Lord is saying, na hivyo basi Bwana anasema, this is the time to repent. Huu ndio wakati wa kutubu. And again 2 Timothy chapter 3:12 he says, tena Timotheo wa pili mlango wa 3:12 anasema, in fact everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus, naam, yeyote anayetaka kuishi maisha ya utauwa ndani ya Kristo Yesu, will be persecuted. Atateswa. The Lord is promising, Bwana anaahidi, that everyone that will choose Jesus now, kwamba kila mtu atakayemchagua Yesu sasa, and choose righteousness and holiness now, na kuchagua uhaki na utakatifu sasa. He says the world must fight you, must. Anasema ulimwengu lazima ukupige vita, lazima. But the present day church, lakini kanisa la sasa, is not willing to be persecuted. Halina hiari, haliko tayari kuteswa. They are not ready to suffer persecution. Hawako tayari kuteseka. Why? Kwa nini? Because of the fall at the pulpit. Kwa sababu ya mwanguko katika madhabahu. But the Lord is right now saying, lakini Bwana sasa hivi anasema, it's all right to suffer for Christ. Ni vyema kuteseka kwa ajili ya Kristo. It's okay. Ni sawa. To be thrown out of your job.
kutupwa nje ya kazi yako because you preach Jesus. kwa sababu ulimhubiri Yesu. He says it's all right. Anasema ni sawa. It's all right for your friends to throw you out or that community to flush you out. Ni vyema kwa marafiki zako kukutupa nje ya hiyo jamii Because of Jesus. kwa sababu ya Yesu. It's all right for somebody to sue you, Ni to vyema, take you to court Ni vyema. because you stopped them and you told them that homosexuality is sin. If you don't stop it, the fire is coming. God must judge you. ni vyema mtu kukupeleka kotini kwa sababu It's all right. ulimwambia kwamba lazima ukomeshe ushoga, usipotubu katika ushoga utaenda jehanamu. Hiyo ni sawa akikupeleka kotini. The Lord is saying it's all right. Bwana anasema ni sawa. It's okay to suffer for Christ. Ni vyema kuteseka, ni sawa kuteseka kwa ajili ya Kristo. Because this is the hour Kwa sababu hili ndilo saa, when you must stand and fight for the gospel. wakati ambapo lazima usimame na uipiganie injili. Every country is removing Jesus from their constitutions. Kila nchi inamuondoa Yesu kutoka katika katiba yao. In Europe, Kule Europa, in the US, Marekani, in Canada, Canada and many other nations. na mataifa mengi mengineyo. I think very soon the door will close. Na kisa hivi karibuni mlango utafungwa. You will not be allowed to share Christ. Hamtaruhusiwa kushiriki Kristo. And it will be a dreadful time, right? Na itakuwa wakati wa kutisha, sivyo? And he says, Naye anasema they lack fire for salvation today. wanakosa moto wa injili ya wokovu leo hii. They are ashamed of Christ. Wanamwaibikia Kristo. Luke chapter 9, Luka mlango wa 9 verse 26, it says, mstari wa 29 anasema, what the fall at the pulpit has occasioned at the pulpit. kile ambacho athari ambazo yale ambayo yamefanyika katika madhabahu, zile athari imeleta kwa kanisa. Vile mwanguko kwenye madhabahu yameadhirisha ibada ama kanisa, si ndio? Vile mwanguko katika madhabahu imeathari ibada. The book of Luke chapter 9:26 it says. Kitabu cha Luka 9:26 asema, Once you're there we read together. ukishafika pale tusoma pamoja. Luke 9:26 it says. Luka 9:26 anasema, whoever is ashamed of me kama mtu yeyote akinionea aibu mimi and my words, na maneno yangu, the Son of Man will be ashamed of them mwana wa Adamu atamwonea aibu mtu huyo when he comes in his glory atakapokuja katika utukufu wake and in the glory of the Father na katika utukufu wa Baba and of the holy angels. na wa malaika watakatifu. And yet today Na ile hali leo hii they are openly ashamed. wazi wameaibika. In the book of Romans chapter 1 verse 16 it says. Katika kitabu cha Warumi mlango wa 1 mstari wa 6 asema. Romans chapter 1:16. Warumi 1:16 it says the following. Anasema yafuatayo. If you turn with me there, blessed people. Ukigeuka pamoja nami pale, watu wabarikiwa. Romans chapter 1:16. Warumi 1:16. It says, for I am not ashamed of the gospel. Anasema mimi sione haya injili. Because it is the power of God. Kwa maana ni uweza wa Mungu. That brings salvation to everyone. Uletao wokovu kwa kila aaminie. Who believes in Christ Jesus. Aaminie katika Kristo Yesu. First to the Jew. Kwanza kwa Myahudi. Then to the Gentiles. Na kwa Myunani pia. But today, lakini leo hii, because of the fall at the pulpit, kwa sababu ya mwanguko katika madhabahu, the Christians are ashamed of Jesus. Wakristo wanamwaibikia Yesu. If you find them at the workplace, ukiwapata kazini, they don't dress like Christians anymore. Hawavalii kama Wakristo tena. At work, kazini, they don't profess Christ. Hawamkiri Kristo. They don't stand up and tell everybody, look, for me, I am born again. Hawasimami na kusema kwamba tafadhali kwangu mimi nimeokoka. For fear of losing job. Kwa hofu ya kupoteza kazi. A generation of providence. Kizazi cha utwalizi. That is pursuing provision. Ambacho kinatafuta utwalizi. Go to university, get a degree, get a better job, get better income.
kwenda katika chuo kikuu, pata ile shahada, pata kazi mzuri, pata mshahara mzuri. How about eternity? Na je, kuhusiana na umilele? How about the gospel? Na je, kuhusiana na injili? How about the Messiah? Na je, kuhusiana na Mesia? How about the Creator? Na je, kuhusiana na muumbaji? The church in Laodicea, Kanisa la Laodicea, they valued the world wanadhamini ulimwengu more than God kuliko Mungu, until they drifted off. hadi wakaondoka. And yet the Bible says Na ile hali Biblia inasema in John 15, katika Yohana 15 verses 2 to 6, you can do nothing without Christ. mstari wa 6 mstari wa 2 hadi 6, hauwezi ukafanya chochote bila Kristo. The present day Christian, Mkristo wa kisasa, out of the fall, kutokana na mwanguko, they want a salvation without holiness, wanataka wokovu pasipo na utakatifu, so that on the other days, ili kwamba katika hizo siku zingine, at the workspace, mahali pa kazi, you cannot tell whether she's born again. hauwezi ukasema kwamba huyu ameokoka. What a shame. Ni aibu kiasi gani When Jesus died in the public space, wakati Yesu alikufa hadharani for you and I. kwa ajili yangu na wewe. And he says, Naye anasema they fear persecution. wanaogopa mateso, They don't want shame. hawataki aibu. And yet Jesus says, Na ili hali Yesu anasema, if you are ashamed of him ikiwa utamwaibikia and of his words, na kuliaibikia neno lake, even Jesus will be ashamed of you. hata Yesu atakuaibikia wewe Come that critical day. itakapofikia hiyo siku iliyo nyeti zaidi. And he says, Naye anasema in the book of Matthew chapter 5:43, katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5:43, Matthew 5:43-47, Mathayo 5:43 hadi 47, it says the following. anasema yafuatayo. Matthew chapter 5. Mathayo mlango wa 5, If you begin from verse 11 first, ukianzia mstari wa 11 kwanza, he promises persecution. aliahidi mateso. He says, Anasema verse 10, mstari wa 10, blessed are those who are persecuted ni heri wanaoteswa because of righteousness, kwa sababu ya uhaki, for theirs is the kingdom of heaven. maana hao ufalme wa mbinguni ni wao. So when the Lord was defining the citizens of the kingdom of God, Kwa hivyo wakati Bwana alikuwa anaelezea wale raia wa ufalme wa Mungu, he says, blessed are those who are persecuted alisema kwamba ni heri wanaoteswa because of righteousness, kwa sababu ya uhaki, for theirs is the kingdom of heaven. kwa maana hao ufalme wa mbinguni ni wao. Then he says, blessed are you when people insult you Anasema ni heri ninyi watu watakapowashutumu and persecute you na kuwatesa and falsely say all kinds of evil against you na kunena dhidi yenu mabaya ya aina zote kwa uongo because of me. kwa ajili yangu. He says, rejoice and be glad, Anasema furahini na kushangilia, because great is your reward in heaven. kwa maana thawabu yenu ni kuu mbinguni. For in the same way they persecuted the prophets Kwa kuwa jinsi hiyo hiyo waliwatesa manabii who were before you. waliokuwa mbele yenu. In other words, Kwa maneno mengine, those persecuting you are your reward. wale wanaowatesa ndio thawabu yenu. The Lord is saying, embrace persecution. Bwana anasema mkumbatie mateso. And the Lord says here Naye Bwana anasema hapa that he has looked at the works of this church in Laodicea. kwamba ameangalia kazi ya kanisa hili la Laodika. In other words, Kwa maneno mengine, his assessment is right. kwamba jinsi ambavyo amechunguza iko sawa. In other words, Kwa maneno mengine, when you are born again, wakati ambapo umeokoka, the book of James chapter 2 says kitabu cha Yakobo mlango wa 2 anasema that a born again person kwamba mtu ambaye ameokoka will be judged by their fruits, atahukumiwa kwa matunda yao, will be matendo yao. judged by their works. Atahukumiwa kwa matendo yake. Not that you are born again by works, Si kwamba umeokoka kwa ajili ya but if kazi you are zako, born again proper, lakini umeokoka kweli kweli, you must produce fruit.
lazima uzae matunda, You must produce works lazima uzalishe kazi that are commensurate with your faith. ambazo zinaambatana na imani He yako. says, Anasema, show me your faith nionyeshe imani yako without works, bila kazi, and I'll show you my faith nami nitakuonyesha imani with yangu works. ambayo ina kazi. Faith without works is dead. Imani bila matendo imekufa. Hallelujah. Haleluya. And so the Lord is saying Na hivyo basi Bwana anasema that you can look at the works of somebody and tell whether they are born again. kwamba unaweza angalia matendo ya mtu na utasema kwamba kama ameokoka. The book of Luke, the book of Matthew, we are reading Matthew again now 43 on. Tunasoma kitabu cha Matthew Mathayo. chapter 5, 43 on, he says, Mathayo mlango wa 5 kuanzia mstari wa 43 anasema, you have heard that it was said, mumesikia kwamba ilisemwa, love your neighbor mupendeni jirani wenu and hate your enemy. na umchukie adui yako. But I tell you, Lakini ninawaambia, love your enemies wapendeni maadui zenu, and pray for those who persecute you. waombeeni wanaowatesa ninyi. When did you ever pray for those who persecute you? Je, ni lini ambapo uliwaombea wale wanaowatesa? A generation of revenge. Kizazi cha kulipisha kizazi. And pray for those who persecute you, Na muwaombee wale wanaowatesa, that you may be children of your Father ili kwamba mupate kuwa watoto wa baba yenu in heaven. aliye mbinguni. He causes his sun to rise on the evil and the good, Kwa maana yeye huangazia jua lake watu waovu na watu wema, and sends rain on the righteous and the unrighteous. naye huonyesha mvua wenye haki na wasio haki. So today, Kwa hivyo leo hii your modern day Christian Wakristo wa kisasa will confess being born again, watakiri kwamba wameokoka, but will walk away from righteousness. lakini watatembea mbali na uhaki. So they are walking another salvation. Kwa hivyo wanatembea katika wokovu mwingine. And the Lord is saying they are headed to hell Naye Bwana anasema wanaelekea jehanamu, because they are walking on the wide road. kwa sababu wanatembea katika barabara pana. The Lord is saying, Bwana anasema on a simple trial, they will abandon Christ. kwa majaribio tu kidogo wataachana na Kristo. On a single trial, Kwa majaribio kidogo they will abandon the Lord. watamwacha Bwana. And he's saying, Naye anasema they will pick and choose watachagua which scriptures to read. ni maandiko gani ya kuyasoma. They will pick and choose Watachagua what laws to obey. ni sheria zipi za kuzitii. Sometimes they leave out the Old Testament. Wakati mwingine wanaachana na agano la kale. They say it's too harsh. Wanasema ni kali sana. They fall at the pulpit. Mwanguko katika madhabahu. They do cherry picking. Wanachagua tu. What scriptures to obey Wanachagua ni maandiko gani ya kuyatii and what scriptures not to obey. na ni maandiko gani ya kutotii. And yet the Lord gave us the full gospel. Na ili Bwana alitupatia injili kamili. And he says, Na anasema today's Christians, Wakristo wa sasa they cannot suffer for Christ. hawawezi kuteseka kwa ajili ya Kristo. And in church, Na katika kanisani they will simply do a bare minimum. watafanya tu ile ya chini. They will do a bare minimum Watafanya tu ile kidogo tu in trying to serve Christ. ya kujaribu kutumikia Kristo. And yet the Lord is saying Na ili Bwana anasema that he's looking for a hot church, kwamba analitafuta kanisa lililo moto, a church with fire, kanisa lililo na moto, a church that can storm the world and convert the world. kanisa ambalo naweza kushambulia ulimwengu na kuweza kukabiliana na ulimwengu. The fall at the pulpit Mwanguko katika madhabahu has devastated worship imeharibu ibada and put the Christians on the wide road. na kuwaweka Wakristo katika barabara pana, And they show off their status. na wanaonyesha hadharani hali zao. They go to church Wanaenda kanisani to show off their citizenship.
kuonyesha uraia wao. I am American. Mimi ni Marekani. I am Canadian. Mimi ni raia wa Canada. They show off their wealth. Wanaonyesha mali zao. The Lord is saying Bwana anasema that we must return now. kwamba lazima turudi sasa. Back to worshiping the Lord. Turudi kumwabudu Bwana. In spirit and in truth. Katika roho na katika kweli. Because those are the worshippers he's looking for now. Kwa sababu hao ndio aina ya waabudu wanaowatafuta sasa. Turn with me now to Revelation chapter 14 finally. Geuka pamoja nami sasa hatimaye katika kitabu cha Ufunuo 14. The lofty pulpit. Madhabahu yaliyoinuliwa. The heavenly pulpit. Madhabahu ya kibinguni. Now Revelation chapter 14 as we begin, blessed people. Sasa Ufunuo 14 tunapoanza watu wabarikiwa. Verses 1 to 5 you'll see God's people. Kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 5 utaona watu wa Mungu. You see him define God's people. Unamuona akiwaelezea watu wa Mungu. And he says, naye anasema, then I looked, kisha nikatazama, and there before me was the Lamb, na hapo mbele yangu walikuwepo mwana kondoo, standing on Mount Zion, akiwa amesimama juu ya mlima Sayuni, and with him 144,000 pamoja naye walikuwa wale 144,000 who had his name wenye jina la mwana kondoo and his father's name na jina la baba yake written on their foreheads. lilikuwa limeandikwa kwenye vipaji vya nyuso zao. And I heard a sound from heaven, nami nikasikia sauti kutoka mbinguni, like the roar of rushing waters, kama sauti ya maji mengi yaendayo kwa kasi, and like a loud peal of thunder. na sauti kama ngurumo ya radi. The sound I heard Sauti hiyo niliyoisikia was like that of harpists ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi, playing their harps, wakipiga vinubi vyao. and they sang a new song Nao wakaimba wimbo mpya before the throne of God mbele ya hicho kiti cha enzi, and before the four living creatures na mbele ya wale viumbe wanne wenye uhai and the elders. na wale wazee. No one could learn the song Hakuna mtu yeyote aliyeweza kujifunza wimbo huo except the 144,000 isipokuwa hao 144,000 who had been redeemed from the earth. waliokuwa wamekombolewa kutoka duniani. These are those who did not defile themselves with women, Hawa ndio wale ambao hawakujitia unajisi kwa wanawake, for they remained virgins. kwa kuwa wao ni bikira. They follow the Lamb Wao umfuata mwana kondoo wherever he goes. kila aendako. They were purchased from among mankind Hao wamekombolewa kutoka miongoni mwa wanadamu, and offered as first fruits to God wakawa malimbuko kwa Mungu and the Lamb. na kwa mwana kondoo. No lie was found in their mouths, Vinywani mwao hapakuonekana uongo, and they are blameless. wala hawakuwa na hatia That is yoyote. now God's people. Sasa hao ni watu wa Mungu. He saw the Lamb of God standing on Mount Zion Alimuona mwana kondoo wa Mungu akiwa amesimama katika mlima Sayuni with his people. pamoja na watu wake. Now, verse 6 on Sasa kuanzia mstari wa 6 na is kuendelea the tremendous pulpit of God. ni madhabahu ya kupendeza ya Bwana. And he says, Naye anasema verse 6, mstari wa 6, then I saw another angel kisha nikamwona malaika mwingine flying in midair, akiruka juu angani, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth. naye alikuwa na injili ya milele ya kuwatangazia wale waishio duniani. Remember, at this point, John has seen many angels. Kumbuka kwamba Yohana alikuwa ameona malaika wengi. Remember, at this point, John had seen many angels. Kumbuka kwamba katika kiwango hiki Yohana alikuwa amewaona malaika wengi. Then he saw another angel Kisha akamwona malaika mwingine flying in a place called mid-heaven. akiruka juu angani katika anga ya kati. Mid-air, Katikati ya anga. that is where the sun is. Hapo ndipo jua ambapo lipo. And when he was flying there, Na alipokuwa akiruka pale, he had the eternal, the everlasting gospel to proclaim. alikuwa na injili ya milele ya kuitangaza. And he says, Naye to anasema those who live on the earth. wale waishio duniani. And he says, Na anasema to every nation
akasema kwa kila taifa, every tribe, kila kabila, every language, kila lugha and people. na jamaa. And he said in a loud voice, Na akasema kwa sauti kubwa, fear God. mcheni Mungu. In a loud voice, Kwa sauti kubwa, fear God mwogopeni Mungu and give him glory. na mkampe utukufu. Fear God. Mwogopeni Mungu. In other words, Kwa maneno mengine, the Lord is saying Bwana anasema that the original gospel kwamba injili ya jadi that Christ brought to the church ambayo Kristo alileta kwa kanisa when he died on the cross alipokufa msalabani and was resurrected, na akafufuka, that original gospel, kwamba hiyo injili ya kweli ya jadi when you restore it back to the pulpit unapoirejesha katika madhabahu and you preach it to man, na uihubirie mwanadamu, he should proclaim the fear of God lazima itangaze hofu ya Mungu, in kumwogopa the Mungu lives of man. katika maisha ya mwanadamu. That is what the Lord is saying here. Hicho ndicho ambacho Bwana anasema hapa. So he's saying Kwa hivyo anasema that the time to restore the pulpit is now. kwamba wakati wa kurejesha madhabahu ni sasa. And if we are going to restore the pulpit, Na ikiwa utaenda kurejesha madhabahu, then we have to restore the word. kwamba lazima urejeshe neno. We have to put back the cross and the blood. Lazima urejeshe msalaba na damu. We have to bring back the fear of God Lazima urejeshe hofu ya Mungu into the lives of the Christians. katika maisha ya Mkristo. The fear of God Hofu ya Mungu is wisdom. ni hekima. The reason there is apostasy Sababu ambayo kwayo kuna mwanguko kutoka katika imani ya in the kweli church today kanisani leo hii is because they have lost the fear of God. ni kwa sababu wamepoteza kumwogopa Mungu. And the reason the Lord shows me a new pulpit Ndio sababu ambayo Bwana ananionyesha mimbari mpya, is because he wants to restore the word, ni kwa sababu anataka kulirejesha neno, the original gospel ile injili ya asili that will deliver the fear of God. ambayo italeta hofu ya Mungu. So essentially the Lord is Kwa saying hivyo kimsingi Bwana anasema that the gospel of prosperity kwamba injili ya ufanisi has failed imeshindwa to deliver kuleta the fear of God. hofu ya Mungu. That's why Hiyo ndio sababu it must be restored. lazima irejeshwe. Why? Kwa nini? Because I've seen the Messiah coming. Kwa sababu nimemwona Masihi akija. Time is over. Wakati umekwisha. You must now restore the church Lazima sasa urejeshe kanisa in New Orleans. kule New Orleans. You must go back and tell them Lazima urudi na uambie that we must return to the fear of God. kwamba lazima turudi katika hofu ya Mungu. In Maryland, Kule Maryland, you must go back and tell them lazima urudi huko na uambie that this is the hour for the fear of God in the church. kwamba hili ndilo saa ya hofu ya Mungu kanisani. Because if the church walks in the fear of God, Kwa sababu ikiwa kanisa litatembea katika kumwogopa Mungu, it will really change everything. kwa kweli litabadilisha kila kitu. They will change the way they dress. Watabadilisha vile wanavyovaa, They will change the way they worship. watabadilisha jinsi They will wanavyoabudu, change their lifestyle. watabadilisha mitindo yao ya maisha, And they will reject sin. na watakataa dhambi. God must be feared. Mungu lazima aogopewe. If you look at the way Jesus was crucified, Ukiangalia jinsi ambavyo Yesu alisulubishwa, then you understand the consequences of sin. basi unaelewa madhara ya dhambi. And so time is now Na hivyo wakati ni sasa for you to go to the USA yako wewe kwenda Marekani and tell them na kuambia we must stop and return to the Lord. lazima tukomeshe na turudi kwa Bwana. The fear of God in Australia also, right? Hofu ya Bwana Australia pia. The fear of God. Hofu ya Bwana. And he says Naye anasema in a loud voice kwa sauti kubwa to all the nations, kwa mataifa yote, the tribes, kabila, the language, lugha the people, na jamaa, pronouncing akasema aloud kwa sauti kubwa that fear God. kwamba mcheni Mungu, And number two, give him glory, na jambo la pili kumpa utukufu, because the hour for his judgment has come near. kwa maana saa ya hukumu yake imewadia. So the eternal Kwa gospel hivyo injili ya milele that the church received, ambayo kanisa ilipokea, the original gospel ile injili ya asili
that the church received from Calvary ambayo kanisa ilipokea kwa Kalvari must pronounce the fear of God. lazima itangaze kumwogopa Mungu. Number 2, Jambo la pili, must pronounce to us to give God glory lazima itutangazie sisi kumpatia Mungu utukufu with all our lives. na maisha yetu yote. Number 3, Jambo la tatu, must announce lazima itangaze that time is over ya kwamba wakati umekwisha and the judgment of God is coming. na hukumu ya Mungu inakuja, And if you don't repent, na ikiwa hautatubu God will judge you. Mungu Now atahukumu. you are sitting here from South Sudan, Sasa mmeketi hapa kutoka Sudan Kusini, Nigeria. Your nations are dependent on you. Mataifa yenu yanawategemea. So you must go back Kwa hivyo lazima mrudi huko and restore the pulpit na mrejeshe madhabahu. and tell them to return to the fear of God. Muambie warudi katika kumwogopa Mungu. Otherwise South Sudan will go to hell. La sivyo Sudan Kusini wataenda jehanamu. And you're going to be responsible. Na nyinyi mtawajibika. So the fear of God, Kwa hivyo kumwogopa Mungu, giving God glory, kumpatia Mungu and utukufu, announcing the judgment of God coming, na kutangaza hukumu ya Mungu inakuja, must be restored back lazima irejeshwe to the pulpit of Yahweh. kwa madhabahu ya Yahweh, Because time is over. kwa sababu wakati umekwisha. I have seen the coming of the Messiah. Nimeona kukuja kwa Mesia, And the church I saw na kanisa nililoliona is a glorious church. ni kanisa la utukufu. In that tremendous vision, Katika hayo maono ya ajabu, the Lord lifted me up above the earth. Bwana akaninua juu ya dunia, And when he lifted me up above the earth, na aliponinua juu ya dunia, and then he asked me to look left. kisha akaniuliza niangalie kushoto, And when I looked left, na nilipoangalia kushoto I saw the exact moment the church left the earth. nikaona wakati haswa, wakati ambapo kanisa lilitoka katika dunia. You must tell them in India Lazima muambie India that there is a day coming kwamba kunayo siku inayokuja when God will literally take people wakati ambapo Mungu kihalisia atawachukua watu from the earth kutoka katika dunia into glory. kuwapeleka katika utukufu. I saw the surface of the earth shaking Nimeona ardhi ikitingika as though an earthquake had hit the earth. kana kwamba tetemeko la ardhi limeigonga A dunia. serious earthquake. Mtetemeko wa ardhi kwa Because I kumaanisha, saw dust and rocks jumping off the kwa surface. sababu niliona vumbi na miamba ikiruka kutoka katika ardhi. But when I looked very carefully, Lakini napoangalia kwa umakinifu zaidi, then I saw people in their glorious bodies kisha nikawaona watu katika miili yao ya utukufu coming out of the dust. wakitoka katika mavumbi, And they came all the way na wakakuja kote kote up to the level where the Lord had lifted me up. hadi katika kiwango mahali ambapo Bwana alikuwa ameniinua juu. Then they turned right. Kisha wakageuka kulia, And they were having glorious white garments. na walikuwa na mavazi meupe ya utukufu, And they were with turbans also, glorious turban. na walikuwa na vilemba vya utukufu. Their bodies were glorious. Miili yao ilikuwa ya utukufu, And they went until they entered the cloud. na kisha wakaenda hadi wakaingia katika wingu. This cloud that I called in Kisumu, Hili wingu ambalo nililiita Kisumu, that is on your screen right now, ambalo liko katika runinga zenyu sasa that hivi, cloud appeared. hilo wingu likajitokeza, And they entered this cloud. na wakaingia katika hilo wingu. And when they entered the cloud, Na walipoingia katika huyo wingu, at the point when they were about to enter, wakati katika mahali ambapo walikuwa karibu kuingia, glorious stairs appeared. ngazi za utukufu zikajitokeza. Glorious stairs appeared. Ngazi za utukufu I zikatokelezea. have seen the glorious stairs of everlasting life. Nimeona ngazi za utukufu za maisha ya milele, And that's why I'm speaking with you. na hiyo ndio sababu ninazungumza nanyi. Eternity is about to be a reality. Umilele karibu unakuwa uhalisia. If they can stop that and put the glorious stairs a little bit for you. Ikiwa wanaweza komesha hiyo na waweke ngazi za utukufu kwa ajili yenu. Glorious stairs appeared. Ngazi za umilele za utukufu. Glorious stairs. Ngazi za utukufu. If they will put it for you there, Ikiwa watawawekeni pale, there you go now. hapo waondoka sasa. After I gave that prophecy, Baada ya kupeana huo unabii, it took about 1 year and 2 months. ilichukua yapata mwaka mmoja na miezi miwili hivi. 1 year, 2 months. Mwaka mmoja miezi miwili. Then at Nakuru here, Basi hapa Nakuru,
during the conference, wakati wa kongamano. do you see the tents outside here? Je, mnaziona zile hema pale nje? They recorded the stairs. Wakazirekodi hizo ngazi. And remember, in the chronology of the rapture, Nakumbuka katika mfululizo wa unyakuzi, first of all, he lifts me up kwanza kabisa ananinua juu and he asked me to look left and down. na ananiuliza niangalie kushoto na chini. And when I looked there, I saw like an earthquake. Alafu nilipotazama pale ninaona kitu kama mtetemeko A wa lot of ardhi, rocks and dust jumping off. mavumbi na miamba ikiruka juu. And then after that, people in their glorious bodies. Alafu baada ya hiyo watu katika miili yao ya utukufu, And they were going up na walikuwa wakienda in juu their glorious bodies katika miili yao ya utukufu until they reached the same level hadi wakafikia kiwango and sawia turned right. na kugeuka kulia. As they turned right, Walipogeuka kulia, the big cloud appeared. wingu kubwa akaonekana, And then glorious stairs were lowered. kisha ngazi za utukufu zikashushwa. After that, Baada ya hiyo, then I saw them now, kisha nikawaona sasa their glorious feet miguu yao ya utukufu touch the glorious stairs of eternity. ikiziguza ngazi za utukufu za It was umilele. such a tremendous vision to behold. Yalikuwa maono ya ajabu kuyaona. That's why you have come. Hiyo ndio sababu Because the mumekuja, Messiah is coming. kwa sababu Masihi And everybody anakuja, must be given a chance na kila mtu lazima apewe fursa to prepare for the kingdom of God. ya kuandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. And so the glorious stairs, Na hivyo basi ngazi za utukufu, it's amazing inashangaza that 1 year, 2 months, kwamba mwaka mmoja miezi miwili, and then the Lord fulfills this. alafu kisha Bwana anatimiliza hii. But that is not the chronology. Lakini huo sio mfululizo. Remember, they were taken up first, Kumbuka walichukuliwa juu kwanza, and then the stairs appeared. alafu ngazi zikaonekana. Now he brings the stairs, Sasa anazileta ngazi, meaning be careful. kumaanisha kwamba makinikeni, The church will be taken. kanisa litachukuliwa. And so the rapture is near. Na hivyo basi unyakuzi umekaribia. We need to prepare the nations. Tunahitaji kuyaandaa mataifa. The gospel of prosperity can never prepare a nation. Injili ya ufanisi kamwe katu haiwezi kuyaandaa mataifa. But the gospel of the blood and the cross of Jesus Lakini injili ya damu na msalaba wa Yesu will prepare India. itaandaa India. Because when you see cripples walking here, Kwa sababu mnapoona viwete wakitembea hapa, it is the blood of Jesus ni damu ya Yesu and the cross of Jesus. na msalaba wa Yesu. So we need to bring this to the nations. Kwa hivyo tunahitaji kuleta hii kwa mataifa. And that's why Na hiyo ndio sababu when the Lord showed me the pulpit that is broken, wakati Bwana aliponionyesha ile mimbari ambayo ilikuwa imevunjika, that is the biggest tragedy of a generation. hilo ndilo janga kubwa kabisa ya kizazi. But now God is restoring the pulpit. Lakini sasa Bwana anarejesha madhabahu, Because in Pakistan, kwa sababu kule Pakistan we need to come and harvest all the Muslims for Jesus. tunahitaji kuja na kuvuna Waislamu wote kwa Yesu. And we are going to talk about this, right? Na tunaenda kuzungumza kwa hii, And sawa? that's why Na hiyo ndio sababu the Lord is asking the church Bwana analiuliza kanisa to clean out the fall, likasafishe mwanguko, to remove the sexual sin from the church, likaondoe dhambi ya uasherati na ngono katika kanisa, to remove the money from the church. kuondoa pesa kanisani. God does not intend to humiliate anybody, Mungu hana kusudi la kumwaibisha yeyote, but let us separate the gospel of eternity from the things of the world. lakini wacheni tukatenganishe injili ya umilele na vitu vya ulimwengu. And so the Lord is saying Na hivyo basi Bwana anasema that the hour to restore the gospel kwamba saa la kurejesha injili and the priesthood na ukuhani at the pulpit katika madhabahu is now. ni sasa hivi. So now we are looking for pastors Kwa hivyo sasa tunawatafuta wachungaji that can feed the sheep ambao wanaweza kuwalisha with kondoo righteousness. na uhaki. Hallelujah. Haleluya. And so he says, Na hivyo basi anasema fear God mwogopeni Mungu and give him glory, na kumpa utukufu, because the hour of his judgment has come. kwa maana saa ya hukumu yake imewadia. Then he says, worship him who made the heavens Anasema mwabuduni yeye aliyeziumba mbingu and the earth, na dunia,
the sea, bahari and the springs of water. na chemichemi za maji. In other words, Kwa maneno mengine, if you now preach the eternal gospel ikiwa sasa utahubiri injili ya milele in Jamaica, kule Jamaica, in Sudan, kule Sudan, in Australia, kule Australia, that gospel will make it very clear that there is only one creator. His name is Jehovah Yahweh. hiyo injili itaweka hadharani waziwazi kwamba kunaye muumbaji mmoja, jina lake ni Yahweh. And when he created everything that is in being today was created by Jehovah through Christ Jesus. Na kwamba alipoumba kila kitu kilichoumba leo hii kiliumbwa na yeye kupitia Bwana Yesu Kristo. And then after the fall, Alafu baada ya mwanguko he sent us Christ. alitutumia Kristo And he died on the cross. na alikufa msalabani. So God Yahweh Kwa hivyo Mungu Yahweh again became now the creator of the new creation. sasa akafanyika muumbaji wa uumbaji mpya. So there cannot be any confusion Kwa hivyo hakuwezi kuwa na kuchanganyikiwa kwa aina yeyote at all. kamwe katu. If you take the everlasting gospel back home, Ikiwa utaipeleka injili ya milele nyumbani ukirudi, nobody can rise up and say the theory of evolution. hakuna mtu anaweza kuinuka na kusema ile nadharia ya uumbaji. Let the church now step into her space and take her position. Wacha kanisa sasa lisimame katika nafasi yake And bring the eternal gospel to God's people. na likalete injili ya milele kwa watu wa Mungu. The gospel of the fear of God. Ile injili ya hofu ya Mungu. The gospel of giving God glory. Injili ya kumpatia Mungu utukufu With all your life. na maisha yako yote. The gospel of the judgment of God is coming. Injili ya hukumu ya Mungu inakuja. The gospel that says Injili inayosema nobody else is worthy to be worshipped hakuna mtu mwingine yeyote anayestahili kuabudiwa except Jehovah, isipokuwa Yehova who created the heavens, aliyeziumba mbingu, created the earth, akaumba dunia, under the earth the springs, na akaunda chini ya dunia, akaunda the chemichemi, oceans and everything inside also. akaumba bahari na kila kitu ndani. We must go back now Lazima turudi sasa and take our position na tuchukue nafasi zetu and announce that our God alone is God. na kutangaza kwamba Mungu wetu peke yake ndiye Mungu. We must stop the political correctness of interfaith. Lazima tuachane na ile hali ya kuwa sawia makubalika kisiasa ya imani tofauti tofauti. Of interfaith. Ya imani tofauti tofauti. A Muslim imam, Yule imamu wa Kiislamu, and then a Hindu priest, alafu kuhani wa Kihindu, and then a Pentecostal pastor. alafu mchungaji wa Kipentekoste. Be very careful. Makinikeni sana. When you look at God's concern to the church, Unapoangalia vile Mungu anavyojalishwa na kanisa. in that timeline I put on this screen yesterday, Katika hizo nyakati za kiunabii nilizoweka katika runinga hiyo jana, you can see that we are right on the verge of the rapture. unaweza kuona kwamba tuko katika ukingo wa unyakuzi. I have seen the rapture. Nimekwishaona unyakuzi. So he will take the church. Kwa hivyo atalichukua kanisa. The Lord will take the church. Bwana atalichukua kanisa. And he will take only a holy church. Naye atachukua tu kanisa takatifu. In that timeline they put on the screen, Katika hizo nyakati za kiunabii walioweka katika runinga, you see God's concern unaona jinsi ambavyo Mungu anajali. in how he's talking to those 7 churches. Na sasa anazungumzia hayo makanisa 7. And you meet a church in Philadelphia Na unakutana na kanisa la Philadelphia that took evangelism seriously. ambalo lilichukulia uinjilisti kwa kumaanisha. And out of there, Na kutokana na hapo, you almost thought this was the hope of the world. karibu ufikirie kwamba hili ndilo tumaini la dunia. But then, Lakini that church, hilo kanisa, there is a split. kuna mgawanyiko. Now you see, Sasa unaona the Philadelphia church is supposed to have symbolized your church
that enters the rapture. Kanisa la Philadelphia linapaswa kufanana na kanisa lako ambalo linaingia katika unyakuzi. Focus on me. Munilenge. This church in Laodicea Hili kanisa la Laodikia is supposed to symbolize the church that enters the tribulation. linapaswa kufanana na kanisa ambalo linaingia katika dhiki. But if you check today, Lakini ukichunguza leo hii, do you still find a faithful church? je, unaona kanisa ambalo ni mwaminifu? Can you still find a faithful church Je, bado unaweza kupata kanisa ambalo ni mwaminifu, that has not yet been corrupted? ambalo halijafisadishwa? Then let us repent. Basi wacheni tutubu. Tell your nations to repent. Ambia mataifa yenu watubu. Call for a meeting of the pastors Ita mkutano wa wachungaji and tell all the pastors in South Sudan we need to repent. na uambie wachungaji wote wa Sudan Kusini tunahitaji kutubu. We are supposed to be the light of this nation. Tunapaswa kuwa nuru ya hili taifa. We need to return to repentance and holiness. Tunahitaji kurudi katika toba na utakatifu. Because on that screen the rapture is about to happen. Kwa sababu katika hiyo runinga unyakuzi uko karibu kutendeka. And yet, Na ili hali, when the Lord showed me the vision of the rapture, wakati Bwana aliponionyesha maono ya unyakuzi, He also showed me the church that fails to enter. pia alinionyesha kanisa ambalo halikuingia. And in that vision, Na katika hayo maono, as I stood there, niliposimama pale, all of a sudden He made me look east. ghafla binvu akanisababisha kuangalia mashariki, And the sky looked more like it's about to rain. na A big storm is coming. anga lilifanana kana kwamba ule utusitusi unakuja, iko karibu A kunyesha. serious rain, a serious storm, maybe in the evening is coming. Mvua nyeti, dhoruba kali inakuja. Pengine jioni. Pengine jioni karibu inakuja. Then after that, Alafu kisha baada ya hiyo, I saw at the other end of the horizon like this, pia, pia, like that, like lightning on the other side. nikaona ile sehemu nyingine ya anga kama umeme wa radi ukipiga hivi pia pia namna hiyo upande ule mwingine wa anga. The way when it's about to rain on the other side. Wakati jinsi ambavyo iko karibu kunyesha upande ule mwingine. And then they are lightning the other side, like that, going on there. Alafu kuna umeme wa radi ukifanya pia namna hiyo upande ule mwingine. And then the next moment, Alafu muda uliofuatia, when I looked up, nilipoangalia juu, I thought it was the sun. nilikisia kwamba lilikuwa jua. Then it was not the sun. Kumbe halikuwa jua. The Messiah came. Masihi alikuja And He took the church. na akalichukua kanisa. But then, Lakini He showed me the church that remains. alinionyesha kanisa ambalo lilibaki. And I saw them rolling on the dust of the earth. Na nikawaona wakibingiria kwenye mavumbi ya dunia. Rolling on the soil. Wakibingiria kwenye mchanga, kwenye udongo. On the dust of the earth. Katika mavumbi ya dunia. And gnashing their teeth. Na wakisaga meno yao. So the Lord made me also roll there and gnash my teeth. Kwa hivyo Bwana pia alisababisha nibingirie pale na kusaga meno yangu. And they were agonizing. Na walikuwa wakiugua. They were weeping and wailing from deep within. Walikuwa wakiombolea na kulia kutoka ndani. They were saying, and rolling and gnashing teeth. Walikuwa wakifanya hivyo na wakibingiria na kusaga meno. I have seen the church that will remain. Nimeliona kanisa ambalo litabaki. Repent. Tubuni. And prepare the way. Na muandae njia. The Messiah is coming. Masihi anakuja. And He says, blessed people. Na anasema watu wabarikiwa. Verse 18 as we finish now. Mstari wa 18 tunapomalizia The sasa. second angel followed. Malaika wa pili akafuatia. And said, akisema, fallen, fallen is Babylon the Great. Umeanguka Babeli mkuu. Which made all the nations drink the maddening wine of her adultery. Ule uliyafanya mataifa yote kulewa kwa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. The third angel followed them and said, malaika watatu akafuata hao wawili akisema in a loud voice, kwa sauti kubwa, if anyone worships the beast,
kama mtu yeyote anamwabudu huyo mnyama and his image, na sanamu yake and receives his mark on their forehead na kutiwa chapa yake kwenye kipaji cha uso wake or on their hand, au kwenye mkono wake, they too will drink the wine of God's fury, yeye pia atakunywa mvinyo wa hasira kali ya Mungu, which has been poured out full strength ambayo imemiminwa into the cup of his wrath. katika kikombe cha ghadhabu yake. Then they will be tormented with burning sulfur Naye atateswa kwa moto uwakao na kiberiti in the presence of the holy angels of Yahweh mbele ya malaika watakatifu wa Yahweh and of the Lamb. na mbele za mwana kondoo. And the smoke of their torment will rise forever and ever. Na moshi wa mateso yao hupanda juu milele na milele. And there will be no rest day Hakuna mapumziko for those that worship the beast and his image. kwa wale wamwabuduo huyo mnyama na sanamu yake. And he says, Naye or anasema, for anyone who receives the mark of his name. au kwa yeyote anayepokea chapa ya jina lake. And then he says, this calls for patience and endurance Anasema hapa ndipo penye wito wa subira on the part of the people of God na uvumilifu wa watakatifu who keep his commands wale wanaozishika amri and remain faithful to him. amri za Mungu na kudumu katika uaminifu kwa Yesu. What is the Lord saying then? Je, Bwana anasema nini basi? He's saying separation. Anasema kujitenga. Can I explain this to you as we finish? Je, naweza elezea hii kwenu tunapomalizia? He's saying the eternal gospel, Anasema injili ya milele, the restored pulpit of God, yale madhabahu ya Mungu yaliyorejeshwa, preaches the uncompromised gospel of the Lord. inahubiri injili isiyo na mabatano na dhambi ya Bwana. Those angels have come from the presence of God, Hawa malaika wametoka katika uwepo wa Mungu and they are still glowing the glory of God, na bado wanang'aa katika utukufu wa Mungu, and they are flying up there na wanapaa pale juu pronouncing the eternal gospel. wakitangaza injili ya milele. Remember, angels were not meant to preach. Kumbuka kwamba malaika sio wa kuhubiri. That mission was given to you. Hayo maono yalipewa kwenu. The mission of reaching out was given to man. Huduma ya kufikia watu ilipewa wanadamu. But at that time, Lakini kwa wakati huo they fly up there with the eternal gospel. wanapaa juu wakiwa na injili ya umilele. It has zero compromise. Haina mapatano kamwe kabisa It's na dhambi. announcing the fear of God, Anatangaza kumwogopa Mungu, pronouncing glory to God, akitangaza utukufu kwa Mungu. and telling them judgment is coming, Anawaambia hukumu inakuja, and telling them there is only one creator. na akiwaambia kwamba kunaye muumbaji mmoja Then tu. the second angel comes, Alafu kisha malaika wa pili anakuja and he says, separate from every system that has fallen. na anasema mkajitenge na kila aina mitindo ambayo imeanguka. And the third angel comes Na malaika watatu anakuja and warns about those that don't listen to the first angel. na anawaonya wale ambao hawasikilizi malaika wa kwanza. The Messiah is coming. Masihi anakuja. Put back the gospel of the blood and the cross. Rejesheni injili ya damu na msalaba. The king is coming. Mfalme anakuja. Time is over. Wakati umekwisha. Rise up, blessed people, Inukeni watu wabarikiwa. as we leave now. Tunapoondoka sasa. The king is coming. Mfalme anakuja. Put it back. Irejeshe The fear of God. hofu ya Mungu. Put it back. Irejeshe The judgment of God. hukumu ya Mungu. And glorify the Lord. Na ukamtukuze Bwana. Lift up your hands, those who want to receive Jesus as we leave today. Inueni mikono yenu juu wale ambao mnataka kumpokea Yesu tunapoondoka leo. And we are not coming back. Na haturudi. It is the end of the sessions. Ni mwisho wa awamu. Hallelujah. Hallelujah. You have to invite me to Surabaya. Inabidi munikaribishe Surabaya. Surabaya. And to Medan. Na Medani. Hallelujah. Hallelujah. This is the time to bring repentance to the nations. Huu ndio wakati wa kuleta toba kwa mataifa. The mixed worship, mixed worship. Ibada iliyochanganywa In Indonesia. kule Indonesia. Now you should go and separate the church. Sasa lazima mwende mlitenganishe kanisa.
I know they will fight you. Najua watawapiga vita. Because I know Kwa sababu ninajua it's the largest Islamic country. ndio taifa kubwa kabisa la Kiislamu. And there are protocols. Na wako na itifaki zao. But you can stand for Jesus. Lakini afadhali usimame kwa ajili ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Asante. So those who want to receive the Lord, repeat after me. Kwa hivyo wale wanaotaka kumpokea Bwana, rudieni nyuma yangu. Say, mighty Lord Jesus. Sema, Bwana Yesu mkuu. I totally separate from the fall. Kikamilifu ninajitenga na mwanguko. And I receive you, my Lord Jesus. Nami nakupokea Bwana wangu Yesu. As my Lord. Kama Bwana wangu. And my Savior. Na mwokozi wangu. Lord, fill me with the Holy Spirit. Sasa nijaze na Roho wako Mtakatifu. And give me courage. Na unipatie ujasiri. That I may not be ashamed of Jesus. Kwamba nisimwaibikie Yesu. That I may embrace persecution. Kwamba nikakumbatie mateso. Lord, give me a humble heart. Sasa nipe moyo wa unyenyekevu. I receive you today. Ninakupokea leo. In my heart. Moyoni mwangu. Lord, bring fire into my ministry. Bwana, leta moto katika huduma yangu. Stretch my tent. Nyoosha hema yangu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I am born again. Amen. Nimeokoka. It's over. Amina, imekwisha. So when you go back to your home, Kwa hivyo mtakaporudi mabomani mwenu, tell them to say no to the fall. henda museme la hasha kwa mwanguko. Choose Jesus. Mumuchague Yesu. India is too big. India ni kubwa sana sana. Choose righteousness. Muchague uhaki, Holiness. utakatifu. The kingdom is near. Ufalme umekaribia. I've seen the church taken. Nimeliona kanisa likichukuliwa. So if you don't bring this to them, they will go down. Basi msipoleta hii kwao wataenda jehanamu. It's a big responsibility. Ni wajibu mkubwa sana. I see millions of people at your back. Ninaona mamilioni ya watu wakiwa katika mgongo wenu. Hallelujah. Hallelujah. So fight for the gospel. Kwa hivyo piganieni kwa ajili ya injili. Zero compromise. Msikubaliane katu na dhambi. Whether it means standing alone. Iwe itamaanisha kusimama peke yako. Please stand alone. Tafadhali simama peke yako. We're not telling you what we have not done. Hatuambii kile ambacho hatujafanya. We are not telling you what we have not done. Hatuambii kile ambacho hatujafanya. Stand alone for Christ. Simama peke yenu kwa ajili ya Kristo. And the Lord will fight for you. Naye Bwana atawapigania. The USA. Marekani. Jesus loves you. Yesu anawapenda. But now you have to change the gospel. Lakini sasa lazima mbadilishe injili. At the pulpit. Katika madhabahu. You have taken out the gospel, but another gospel. Mumepeleka nje injili, lakini injili nyingine. Now you have received the true gospel. Sasa mmepokea injili ya kweli. Let America repent. Wacha Marekani na itubu. And turn away from the homosexuality that has inundated the country. Na wageuke kutoka kwa ushoga ambao umejaa katika taifa.
It has flooded the nation. imejaa katika hilo taifa, And the legalization of the same. na kuhalalisha kwa hiyo, And abortions. na kuavya mimba, And the liberal theology. na theolojia ya uhuru, Where you give the sheep according to what they want. mahali ambapo unawapatia kondoo kile ambacho wanataka. Let's go back to that eternal gospel. Wacha turudi kwa injili ya milele, The fear of God. kumwogopa Mungu, Glory to God. utukufu kwa Mungu, The judgment of God against sin. hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi. We will miss you. Tutawakoseni sana. Now you can bring your flags one by one. Don't come in and run. Just one person at a time, please. Sasa mnaweza One leta, person at a time. I'm about to step out now. sasa mlete bendera zenyu, mtu mmoja kwa wakati, One person at a time. mtu mmoja kwa wakati mmoja. I am really about to step out. Niko tu I karibu have only kuondoka, 3 minutes. I'll be out. niko tu na dakika tatu nitaondoka, Because today we don't want like last time. Today we have to stop it early. sababu leo tutakiwe kama wakati ule mwingine, inabidi tuikomeshe mapema, Because everything you needed to see, you saw. kwa sababu kila kitu mlichohitaji kuona mliona. I'm coming, my son. Everything you needed to see, you saw. Ninakuja mwanangu, kila kitu mlichohitaji kuona mliona. You saw the shadow of Yahweh healing people. Kwa hivyo mliona kivuli cha Yahweh kikiwaponya watu. You see a flood of healings. I mean, Muliona the latter glory. Mliona mafuriko ya uponyaji, We are coming to Tanzania. We are coming. utukufu wa nyakati za mwisho. We are Tunakuja coming to Tanzania, Tanzania. tunakuja Tanzania, your Tanzania. date is marked already. Tanzania tarehe yenu imekwisha wekwa alama tayari. I am coming to South Sudan. Ninakuja Sudan Kusini. In fact, we have a meeting. We have a meeting. Hata hivyo tuko na mkutano, We have a meeting in Nairobi. tuko na mkutano Please, Nairobi. we have a meeting with the top leaders of South Sudan. Tuko na mkutano Thank na you for viongozi wa coming. ngazi ya juu kutoka Sudan Thank you Kusini. for coming in a big delegation. Asante South kwa Sudan. kuja na kikundi kikubwa. Thank you. I received this flag now. Asante, naipokea hii bendera sasa. Thank you, South Sudan. Asante Sudan Kusini. I love South Sudan very much. Ninapenda Sudan Kusini sana Oh, sana. thank you. This is Peru. Asante, hii ni Peru. Gracias, Iko. We're going to Asante. talk. Tutaenda kuongea. Angola, thank you. I've received the flag and blessed your nation. Thank Angola, you so much. nimepokea bendera yenu na Lutendo, kubariki thank you. Dr. Pedro, thank you. Lutendo, Daktari Pedro, Senegal, asante. can somebody Senegal. bring me a microphone? Je, mtu anaweza niletea kipaza sauti? I know I have only 3 minutes to leave. Najua ninazo dakika tatu tu za kuondoka. The USA. Marekani. We need now to go back and tell them to go back to the fear of God, right? Tunahitaji sasa kurudi huko na kuambia Yes, warejee that's katika hofu ya important. Mungu. Oh, Ethiopia, I need to talk to you. Wabeshi, nahitaji Rise up, kuongea. rise up, don't do that. Rise up. Inuka, Rise up. usifanye hivyo. Inuka, simama. Rise up. Simama. Ethiopia, rise up, my son. Uhabeshi, simama mwanangu. Rise up. Simama. We are going to talk in Nairobi. Tunaenda kuongea kule We Nairobi. will talk in Nairobi. Tutaongea Nairobi. Is it what? Thank you. We will talk in Nairobi. So Tutaongea Senegal. Nairobi. Senegali. I speak French. Oh, speak French, yes. Anaongea Kifaransa. Just speak it, please, my son. Ongea tu mwanangu. Je m'appelle archevêque Jean-Claude Mendy du Sénégal. There are many microphones out there. Somebody can even translate. Kuna vipaza sauti vingi, mtu mwingine anaweza kakalimani. Bring the mic. Thank you, my son. Yes. So thank you. Voilà. Donc, je me nomme Jean-Claude Mendy, archevêque Seigneur du Sénégal. My name is Jean-Claude. I'm a senior archbishop of Senegal. Thank you so much. I bless you in the name of Jesus. Merci beaucoup. Je te Asante bénis au sana nom na de kubariki katika Jésus-Christ. jina la Yesu. Voilà, nous sommes entrés avec une équipe de catholiques dans ce ministère depuis l'année passée. We have entered with a team of Catholic people into this ministry since last year. Yes. Tumekuja kikundi cha watu wa Katoliki C'est katika après mkutano qu'on huu. est entré dans ce ministère. After Manangai 4, we entered this ministry. Baada ya mkutano wa Menengai ya 4 tukaingia katika huduma hii. Tulikuja kikundi kikubwa kutoka kanisa la Katoliki. Avant cela, j'étais le berger national du renouveau charismatique catholique du Sénégal. Before that, I was the national shepherd of the Charismatic Catholic Church in Senegal. Kabla ya hiyo nilikuwa kuhani wa kanisa la Katoliki kule Senegali. Mbio mbio tafadhali. Voilà, nous sommes sous la direction de l'archevêque Seigneur Makengo. We are under the direction of the senior Archbishop Makwengo. Nous sommes en train de mettre en place
l'église du ministère de repentance dans toutes les régions du Sénégal. We are establishing in any area of Senegal the ministry of repentance. Na tunaimarisha huduma ya toba kule Je demande Senegali. une dernière chose, qu'il bénisse le Sénégal. The last thing I want to ask for you, the Matches prophet of the Lord, to bless Senegal. J'ai consacré ma vie pour ce ministère, pour le salut. I have consecrated my life for this ministry for salvation. I have blessed you in the mighty name of Jesus. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. And I blessed your nation. Et je bénis votre nation. And I know that we are coming to Senegal. Na najua kwamba tunakuja Senegali. Nous venons au Sénégal. Amen. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Amina. Ainsi sera-t-il. Amen. Thank you. Asante, asante. It's Austria, thank you. The Lord bless you. Austria, asante, Bwana that wabariki. is Angola, my son. Hiyo ni Angola The mwanangu. Netherlands, my son. Thank you Na so much for Uholanzi coming, mwanangu, asante Banza. sana kwa kuja. Banza, thank you. Banza, asante. And this is DRC Congo. I Hii ni think. DRC Congo. Thank you, my daughter. Asante binti Yesu wangu. anapenda DRC sana. Yesu anapenda sana DRC. Mimi pia napenda DRC. I want to come there. Mimi pia You're napenda very DRC. honorable people. I want to come to bring this good news. Nataka nije Healing service and a powerful conference there. nilete habari hizi njema, ibada ya uponyaji na kongamano kubwa kabisa. Venezuela. Venezuela. Dr. Obardo, gracias. Asante. I bless your nation Ninabariki in the taifa mighty letu name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Yes, and I look forward to when I could work with you to do big meetings in Colombia and Venezuela. Na Both. natafuta kufanya kazi nawe, nifanye mikutano mikubwa Venezuela na Colombia. Just give me a second, my daughter. Nipatie tu sekunde moja binti wangu. Samuel Casio, I bless you, my son. Samuel Casio, na kubariki mwanangu. The great work you're doing in Italy. Kazi kubwa unayoifanya Italia. I want to come to Italy. Nataka nije Italia. Thank you so much. Asante sana sana. Thank you indeed. Thank you. Asante Thank kweli you. kweli. Thank you. Asante. Thank you. Asante. So, oh yes, Oh, ndio. we are coming to Mozambique. Tunakuja It Msumbiji. will be big fire there, bigger than what happened before. Itakuwa moto mkubwa kabisa, kubwa kuliko ile Thank you, ilitendeka. you don't have to kneel down. Don't. Just give it to me. Thank you, my daughter. Nipatie. Asante This is binti now wangu. Nigeria, and your daughter is somewhere here. Hii ni kutoka Deputy Nigeria Bishop. na binti wako yuko hapa. Slowly. Pole So pole. we are going to talk in Nairobi. Tunaenda kuongea Nairobi. You are the one translating for Ethiopia? Je, wewe ndiye Can you unakalimani tell him we are Kiabeshi? going to meet in Nairobi? Je, unaweza mwambia tunaenda kukutana Nairobi? Microphone, please. Thank you. Kipaza sauti tafadhali. Asante. Okay, this one is on. Oh, okay, it's not. Thank you. Nairobi metachu abracho እንደዛ Okay, thank you. Nairobi will meet there. Asante, tutakutana Nairobi. But we are very happy that he came. Lakini tumefurahi sana kwamba alikuja. በጣም ወዳለሁ ስለመጣ I love you. Thank you so much. Thank you. So someone help him and lead him over here. Thank you. My daughter, this we will still meet. We're still going to meet. Binti wangu bado We're going to have a tutakutana. conversation, right? Tutakutana tuongee. Yes, we will have a conversation. Yes. Tutazungumza ndio. And I bless that nation. Nabariki That hilo nation taifa. is so much. It has broken my heart very much. Hilo kanisa, hilo taifa limeuvunja sana moyo wangu. It actually tore my heart, you know. Imeguza sana moyo wangu. Yes, I know I'm responsible. I have to go back. Najua I am responsible. ninawajibika, itabidi I am niende. the one that went there and struck them with the earthquake. Mimi ndiye nilienda kule nikawagonga na tetemeko la So ardhi. it has since crushed my heart. Tangia wakati huo imeuguza sana moyo Because I've wangu. seen how everything has degenerated. Yes. Umeona jinsi mambo yalivyoendelea baada ya hiyo. And I know that I am responsible. Na najua kwamba nimewajibika. I am going there. Ninaenda huko. But we will talk in Nairobi, right? Lakini tutaongea Thank you, my Nairobi. daughter. Thank you for coming. Asante binti wangu, Thank you asante for kwa even kuja. representing the U.S. government here. Thank you. We're Asante going to na- talk everything. Asante na We're kwa going to prepare kuwakilisha. everything even for the U.S. Don't step on your skirt. Thank you. Thank you. Come, my daughter. Njoo binti wangu. South Africa, my daughter. We need to come to South Africa. Tunahitaji kuja Afrika It's Kusini. time for South Africa also, Ni right? wakati wa Afrika Yes, Kusini thank pia. you for standing with the Lord. That's very powerful. Asante kwa kusimama na Bwana, hiyo ni nguvu South sana. Africa, I love you, South Africa. Afrika Kusini, na wapenda Afrika Yes, Kusini because I know that you love Jesus. kwa sababu najua kwamba mnampenda Yesu. Please. So I know that we're going to come to South Africa, right? Kwa hivyo Thank najua you. tunaenda kuja Afrika Lerato Kusini. did not come, Lerato. Lenato hakuja, You could have told me, I would have brought her. angeliniambia Yeah, ningemleta. you'll tell her. Thank you, my daughter. Thank you for loving Asante Christ. binti wangu, asante. Thank you so much. Thank you. Asante sana.
talk to me. Switzerland, right? Ongea nami Switzerland. Switzerland. Am I going to have a chance to talk to you? Switzerland. Je, nitapata nafasi ya kuongea na The wewe? opportunity to speak with you. The French. You speak huh? Oh, español. Tú hablas español. Yo le gusta hablar contigo acerca del país de Suiza. Por favor. Yes, we're looking for ways of activating Switzerland. I know Yvonne is here. Yes, but we necesita nosotros reunirse habla también. Because when I went to Switzerland, ever since then nothing has happened there. We need to start going back there. Thank you. Thank you so much. So you speak Portuguese, right? Asante sana, unaongea Kireno. Someone Angolana. Oh yes, I remember her very much from Switzerland, right? Namkumbuka From sana kutoka Angola, Switzerland. Thank you so much. So can you talk to Makwengo? Je, unaweza ongea na Makwengo? Professor Makwengo. Thank you. Professor Makwengo, ongea naye. Asante. India, I India. love India very much. Napenda India sana. India, let me tell you, India has crushed my heart, you know? Wacha niwaambie, India imeuponda sana moyo wangu. Because the way India received me. Kwa sababu jinsi ambavyo India ilinipokea. The way Sham Kishore received me. Jinsi ambavyo Sham Kishore alinipokea. And the way the chief minister at that time, Dr. Y.S. Reddy, received me. Na jinsi ambavyo yule waziri alinipokea wakati ule. The head of state for Andhra Pradesh. Yule kiongozi wa jimbo la Andhra Pradesh. Very powerful. Ya nguvu sana. They are very honorable. Ni watu wa kuheshimika kweli kweli. I'm the one who is responsible. Mimi ndiye ambaye ninawajibika. Because the Lord has put the anointing here. Kwa sababu Bwana ameweka upako hapa. I'm the one who should come and raise the Indian cripples for the Indian Hindus to see and come to Jesus. Mimi ndiye ambaye napaswa kuja na ninue viwete wa Kihindi na Wahindi waone na wamrudie Yesu. The burden is very heavy on me, very heavy. Mzigo ni mzito sana kwangu, mzito sana. I'm the one who must go and open blind eyes of Hindus in the name of Jesus. Raise the cripples in the name of Jesus. That the Hindus may trust the name of Jesus. Manake najua kwamba mimi ndiye ambaye napaswa kwenda kufungua macho ya vipofu ya Wahindi katika jina la Yesu, kutembeza viwete katika jina la Yesu. You can imagine how I feel. I feel terrible on a daily basis. Kwa hivyo unaweza, I feel very bad. I'm responsible for the situation there. Nahisi vibaya sana, nawajibika kwa jinsi hali ilivyo pale. I'm the one who has delayed Jesus. Mimi ndiye ambaye nimemchelewesha Yesu. But now that you have come, I'm going to have a special meeting with you, a special meeting. Lakini sasa kwa kuwa mmekuja, tutaenda kuwa na mkutano maalum pamoja nanyi. And I'm going to tell you what you need to do. Na nitaenda kuambia kile ambacho mnahitaji kukifanya. I mean, either after you leave or before you leave here. Baada ya kuondoka ama kabla uondoke hapa. It's important. Ni muhimu sana. So that we can prepare and come. Ili kwamba tuweze kujiandaa na kuja. We need to mobilize also pastors together. Tunahitaji pia kuhamasisha wachungaji pamoja in India. Kutoka India. And then do a huge meeting so the Lord can visit. You saw the type of healings here. Mumeona aina ya uponyaji hapa. If the Lord can heal many Hindus like this, that can harvest the whole country. Ikiwa Bwana anaweza waponya Wahindi wengi huko jinsi alivyofanya hapa, hiyo inaweza kulivuna taifa lote. Mimi ndiye ambaye ninawajibika for the situation in India. I've delayed to come. Kwa ajili ya hali iliyoko kule India nimechelewa kuja. I am going to come. Nitaenda kuja. Thank you so much. I appreciate very much. Asante sana, ninashukuru sana. Thank you. Is there a microphone? Someone want to say something? A microphone? Asante. Je, kuna kipaza sauti, mtu anataka kusema kitu? Yes. Really sir, आप 2008 में आया तभी पास्टर लोग चर्च में बेदारी आशीष आया. Man of God, when you came in 2008, a mighty revival came in India. Manabii wa Mungu ulipokuja mwaka 2008, uvuvio mkubwa kabisa ulifanyika India. Yes, वापस आने के लिए बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और इसके लिए आपको बुलाने के लिए लेके जाने के लिए हम यहाँ पे आया.
For many years in fasting prayer, we have been praying that the man of God would come to India. And then finally, we have come here to invite you to the nation of India, my lords and my fathers. Thank you so much. Kwa siku nyingi tumekuwa tukiomba manabii wa Bwana waje India. जो भी गाइडेंस देंगे वही सबसे हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे सारे पास्टर्स सारे लोग को बुलाएंगे वहाँ पे आप जो बोला वो वही होएंगे वहाँ पे. And all the pastors and the leaders will submit to the voice of the Lord, to the instruction of the Lord. We are very ready. We will just listen, my Lord. Thank you very much. Na wachungaji wote watajitiisha kwa Thank sauti ya you. Mungu. That is the most important thing I wanted to hear. Hicho ndicho jambo la muhimu zaidi ambalo nilitaka kusikia. Thank you. We are going to have a meeting. Tunaenda kukutana. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Thank you. Thank you indeed. My Lord. Thank you so much, my son. Very powerful. Asante sana mwanangu, wa nguvu sana. This is France, right? Oh yes, thank you. Hii ni France. Ufaransa. Thank you so much for coming from France. Thank Asante you so sana much. kwa kuja Now, kutoka I see a Ufaransa. lot of people coming from France now. Naona watu wengi sasa wakija kutoka Ufaransa. Now it's very powerful. Sasa ni ya nguvu sana. So we're Taiwan. Taiwan. That's powerful, my daughter. Hiyo ni ya nguvu sana How binti is wangu. Taiwan? Taiwan iko I vipi? know that I have to come Taipei, right? Inabidi kwamba Oh, nije. how can I come? How can Nawezaje kuja? very much we want to come. I want to come. Nataka kuja, tunataka kuja. I want to come. Nataka kuja. Thank you so much, my daughter. Asante sana sana binti wangu. 要强大先造访，要复习。 So I am going to come to Taiwan. I know that I have to come. Ninaenda kuja Yes, Taiwan najua. Taipei. Taipei lazima nije. Yes, yes. The Lord loves Taiwan very much. Okay? Bwana naipenda Taiwan sana sana. Yes, He does. He Ndio, wants, kwa he wants the kweli. Taiwanese people to enter glory, right? Anataka watu wa Taiwan waingie katika utukufu. That's why you have come. That's Hiyo why ndio you have sababu come. umekuja. Yeah, thank you. So I'm going to meet the team from Taiwan. Is Asante. Ritarin here? Je, Ritorin yuko hapa? Nitakutana na kikundi kutoka Taiwan. 6 people. More people in hospital now. I know I'm praying for her. Najua Yes, namwombea. I'm praying for her because I think we have consulted the embassy also to be aware. Yes, but it's going to be well, right? Lakini itakuwa sawa. Is Pastor Ritarin? You know Ritarin? Je, mchungaji Ritorin Do you unamjua? know Ritarin? Je, unamjua Ritorin? The translator? Kalimani? Is she the one translating? 主教请翻译给我。 Ritarin. Italy. You, I don't know. I don't. Ritarin from Taiwan. Ritorin kutoka Taiwan. She was at our radio station here for many years. Alikuwa katika kituo chetu cha redio hapa kwa miaka mingi. She's my daughter. Yeye ni As binti you wangu. are, please. Kama vile ulivyo. Thank you. Asante. So thank you. We will talk. We'll get a translator. I think Professor Cho is here. She might help us, right? Asante, Thank tutaongea. Tutahitaji mkalimani na kisia Thank you so Profesa much, Cho my yuko daughter. hapa. Asante sana. Thank you indeed. Thank you. I'll Asante pray. kwa I kweli. want to come to your country. Don't do that. I'll pray for your country. Thank you. Nitaombea taifa yako. Asante. This is now the Aboriginal people in Western Australia. Yes, I need. Sasa ni watu wa magharibi ya Australia. Give me the microphone. She's saying Nipatie something kipaza very sauti. powerful. Anasema kitu cha nguvu sana. My fathers, the Aboriginal people. Yes, There are so many in Western Australia, in the prisons, on the streets. It is dreadful. Pray for us, my father. It will be well, my daughter. Thank you for the big burden you have. Itakuwa vyema binti wangu. Are you Asante from kwa- Perth? Shalom, Australia. You're- Western Australia. Where? Shalom, Malta. Shalom, Malta. Western Australia. Yes, please. So which city is this? Perth. Yeah, Perth, Australia. Yes, I thought you were from Perth, Perth. Yes. In fact, you have opened up such a powerful altar there. Thank you, my father. Yes, because you sent me your pictures and how you began the home cells and everything, right? Thank you, my Lord. Yes. And the persecution in government ended? It has Je, ended. mateso No, so they told you can now work, right? Thank you so much for your prayers, my fathers. But you know, they said that was bad. Thank you That so was much. bad. Hiyo ilikuwa mbaya sana. We was poor. We trembled. Tulikuwa We trembled quite a bit. tulitetemeka.
Because the warning they gave you, Sababu onyo for waliokupatia. preaching Jesus. Kwa kumhubiri Yesu. Ai. Amazing. Yashangaza kweli kweli. Thank you. I need the Israeli flag. I need the Israeli flag. Nahitaji bendera ya Israeli. Yes, so thank you. So thank you so much, my daughter. The altar is doing well, right? Asante sana bitu wangu, madhabahu yanaendelea vizuri. Yes, thank you so much. We're going to talk. We have a big day for Australia, right? Asante sana, tutaenda kuongea, tuna siku It kubwa ya looks to me Australia. like I'm going to New Zealand first before I come back to Australia. Yaonekana It nitaenda New looks like Zealand that. kwanza alafu nije Australia. Yes, thank you. I'll Asante. take this from Chad. Chad. You brought Chad. Ulileta Chad. This is very powerful. Hii ni ya nguvu sana Yes, sana. very, very powerful. Ya nguvu sana sana. Pastor Narcis from Chad. Yes. That's your son, my Lord, Th- Pastor thank you, Narcis. Pastor Narcis. And Narcis Bacini. But thank you so much for Mchungaji coming. Narcis. We are going to have a conversation. Asante Because in kwa kuja, Nairobi I have a tutaongea. big meeting with Archbishop Jack Maluma, Dr. Maluma, big meeting. We have a big Nairobi niko meeting, na so you will be mkutano there. Donc, na Daktari Maluma, mkutano mkubwa kabisa, utakuwa pale. À Nairobi, il y aura un temps de conversation avec le puissant prophète de l'Éternel. Thank you so much. This is for DRC Congo. Thank you so much. We are waiting. Tulingoja sana. Very much. We are waiting very much. Tumekuwa Because tukingoja sana. I know that Banza is working with someone in the Senate, right? Najua kwamba And Banza we have anafanya na mtu Maluma here katika also seneti. can open other doors for Ma- DRC. Na Maluma hapa atafungua mlango mwingine kwa ajili ya So DRC. talk to me. Ongea nami. My Lord, she's from Madagascar. Madagascar. I was about to Bwana tell her wangu this is kutoka Madagascar. Kutoka And Madagascar. Saudi Arabia. So now, my daughter, Kwa hivyo sasa binti wangu we need to talk so we can get in contact with Madagascar, right? tunahitaji kuongea ili tuweze kupatana na Madagascar. Parler de Madagascar. Remove you from the wood. Yeah, we need to talk, right? Tunahitaji kuongea When, sivyo? when is your flight? Ndege yako When are you lini? going? Unarudi Quand lini? est-ce que tu voyages? Le 8 janvier. The 8th of January. Yeah, so we have time to talk. Yes. Donc, Tarehe on a le 8 temps de Januari. Kwa hivyo tutakuwa na muda wa Because kuongea. this is the first time Madagascar has come. That's why I want to write it down. I took your note, Manake- which you wrote me. I put it there. J'ai pris Thank votre you. note Nilichukua parce que vile c'est la première fois que ulivyoniandikia. Madagascar vient ici, n'est-ce pas? Thank you so much. Thank you, indeed. Merci Is this beaucoup. Botswana? Where? Je, hii ni Botswana. Oh, I'm coming there. Where is Mokotendi? Botswana. Is he around? Ninakuja huko. I know that I have to meet him. I've been crying for Botswana you know, the meeting that took place in Maputo was supposed to be in Gaborone. Unajua But mkutano the ulifanyika Lord- Maputo, The Lord opened that door. ulifaa uwe Gaborone. Bwana alifungua You huo were mlango. meeting some senior leaders. I know the story. We are going to come and get the report so we Tutakuja. can build it on. Thank you so much, Uganda. Asante sana Uganda. South Korea. Korea Jesus Kusini. loves you. Yesu Is anawapenda. this Bishop O? Askofu O. Yes. The Lord loves you, South Korea. Thank you. Bwana anawapenda sana Korea Thank Kusini. you, thank you, Asante. thank you. Don't do that, yes. Asante. Australia, we're going to talk. Yesterday I was talking to her. to Australia Mama. tunaenda We will kuongea. talk, right? Tutaongea sivyo? Which nations are these? Haya ni mataifa gani? Bring a microphone because I think there's some very important information here. Leta kipaza Should I sauti. take it? Yes, my lords. My lords, this is Arab League flag. And then Arab League is consisted of 23 countries. Arab League. countries. Yes, my lord. 23 countries. Arab Yes, my League lord. inawakilisha mataifa 23. Thank you so much. You're still translating for them? Yes, my Bado unawakalimania. Asante. Thank you, my daughter. Thank you. Asante binti wangu. I'm still praying for you on that job, right? Yes, my Bado lords. And ninaomba then right after kwa hiyo your kazi. prayer, and then the order confirmed, and then now The order came first. order was confirmed right after your Was your confirmed, prayer. yeah, was Yes, my confirmed. lords. And now? And now I'm waiting for the production plan, but Mhm. it's still pending. For January, they are just the factory is saying that they can produce the product in February. So that's a good problem, right? Yes. Because the need is here. But I know in the South Korean spirit, you want to deliver as Yes, soon yes, as, so you feel terrible, right? Frustrated, Yes, right? my lord. Yes, my I lord. know that very well. Yes. Thank you. I bless you, my daughter Victoria. Amen, my Asante lord. sana na kubariki binti wangu Victoria. Thank you, Sheshe. Thank So you we so are going to meet Asante. in Nairobi. Amen. We are Tunaenda meeting in kukutana Nairobi, Nairobi. China. We are prepared in Nairobi, a meeting for you. Tumeandaa Everything is mkutano Nairobi prepared. Even kwa the ajili yako. Chinese restaurant that will serve you is ready. We are prepared, everything. Thank you. So this is Slovakia. The Lord bless you. USA. Hii ni Slovakia, Marekani. I always have a home in the US.
Thank you so much. I'm going to talk with the government representative also. She has agreed to talk with me. She has told me that we should schedule a talk. Yes. I'm going to come in a moment. Yes, so, yes, she's going to have a meeting. She's even hearing me now. Have a meeting with me so we can plan now for the USA. Substantively. We have a day we have set up for you in Nairobi. Remember, I love you very much, USA, very much. Yes, because you've gone out, philanthropy and all this and gospel, but now we need to now rectify, right? Just make sure the right gospel they enter. Thank you so much. Very steadfast. The Lord bless you. Very powerful Archbishop here. Thank you. Oh. This is Texas, the Lone State, the Lone Star State, the Lone Ranger. In Texas, I bless you very much indeed. We are going to talk. Nakubariki Well. sana. China, thank you. Uchina, asante. Thank you very much. Asante sana. This is Menengai 4. Menengai 4. Mozambique, Menengai 5. This flag I use it 4 times. This flag, you use it 4 times? Yes. Why? Because 我讲中文好吗？我每年盖 4， 我用这个红旗来。You use it. Yeah. Angola use this one. Yes. And Mozambique use this one. Yes, I know you very much. Menengai 5 this time I use it. I bless you in the name of Jesus. Nakubariki katika jina la Yesu. We are going to meet in Nairobi. We have a special day for the Chinese delegation Nairobi. from Italy. Thank you so much. Thank you so much. I needed this. Todaraba. This is very important for me. We have a meeting in Nairobi. Tunao mkutano Nairobi. Yes. It's on behalf of the Jewish people of the United States of America as we represent them for the Lord. Thank you so much. My son is going to be well because I'm coming to them. The Lord loves them very much, as you know. There's a big mission for them. We're going to talk, right? Todaraba. So thank you. This is Ivory Coast. Thank you so much. I really bless you. Ivory Coast. Ivory Coast, my daughter. Thank you. I bless you. I bless you, my son. Ivory Coast. Ivory Coast. Makwengo has done tremendous job. Burundi. Burundi. There's going to be a meeting Burundi on the 5th, right? Kunaenda kuwa na mkutano Burundi. It's coming, right? On the 5th. Tarehe 5. In Chile. Thank you so much. Thank you. I want to come to Chile. Nataka nije Valparaiso, Santiago, lugares también. Yeah, thank you. Nosotros te hablo.